kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Nani kwenu anayeweza kuongezea kimo chake au kuongeza mkono kwa ajili ya kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Msilemewe na ulafi, ulevi na uasherati, mwenye sikio asikie kama amelewa haya. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Wasiomtafuta Bwana Mungu wao matumbo yao, kifo chao ni cha huzuni, wafa kama vile nyamazi. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Mtafaidiwa nini kupata ulimwengu wote na kupata hasara kubwa, kupoteza nafsi yako? Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Kama umeishaamua kufanya dhambi makusudi, siwamwitao Bwana Bwana watakaoingia mbinguni. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Ukimtafuta Mwokozi aombaye naye hupewa, atafutaye ataona, abishaye atafunguliwa. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Betitisani naishia ni wenu mtunzi wa nyimbo, waimbaji wa muungano wakiwaga pole pole. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Amen. Amen. Asante Bungano. Asante sana. God bless you so much. Tafadhali, the following to meet at Nduru Girls immediately: Job Nyayemi of Menyenya, Orfa Charani Menyenya, Jane Abel Menyenya. Kindly immediately at Nduru Girls. Rudia tena. Zinakwenda mbio, tunafurahi kupitia ofa miruka, kupitia kwa tafadhali uweze kumshukuru ndugu Elijah Obuoge kwa sadaka yake ya shilingi 4,000 kwa ajili ya crusade hii. Ndugu Elijah Obuoge, barikiwa sana. Dada Olfa, asante sana kwa kutuletea ujumbe huu. Sasa bila kupoteza wakati, nikubalie nivunje protocol. Pastor, nimuite Pastor Senior Nyamwanda ili atuletee, kuna wachungaji kadha wako hapa, na tuletee na mgeni wetu aliyefika, so that tuende mbio. Kuna Pastor Nyango nilimuona, na kama kuna wachungaji wengine ambao hatujawaona, tafadhali. Asante. Senior Pastor. Asante sana Pastor Simi.
Nilipiga simu asubuhi na mapema ili Mwenyezi Mungu awezeshe hii mkutano kuendelea. Kabla sijasema, inua mikono miwili kama ilivyo kawaida. Unajua hivyo. Kiniona tu mikono ni ngapi? Ayatikisa mkono na nguvu na nguvu na nguvu na nguvu. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you. Naomba wachungaji Samukaya njoo hapa na wachungaji walioko na coordinator njoo mbele kidogo. Ni vizuri watu kuwajua. Coordinator njoo mbele vile vile. Alois naye coordinator ndo yitama ito yao. Yes, and a pastor today. Oh, pastor, come forward. Very good. Hapa kunaitwa Gosere Mission Station. Hallelujah. Ni wangapi mnapenda hiyo jina vizuri? Thank you. Gosere Mission Station ina uwezo na nguvu wa kufanya makuu katika kuhubiri Injili hapa kwetu South Mugirango Gusii, Kenya, hata na nchi zingine. Hallelujah. Anayefanya coordination ya station hii, mission station, ni Pastor Elijah Mokaya. Awasalamie kwanza. Wapendwa na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Bwana asifiwe. Thank you. Pastor Elvis Onyango. Mwausio sino mosongo. Oh. Pati kirenga neno yoito. Mbarenga moko tebe nyanga tokwani. Hai. Mungu ni mwema na siku zote, na hiyo ndio tabia yake. Kwa majina Pastor Elvis Onyango, wetu ni kule Nyamira, lakini mimi ni rafiki wa Pastor George. Nyamira udenje nguruchi passport ngoko ete passport yogaja. Nyamira imeanguka hapa South Mugirango. Hallelujah people. Yule ambaye anafanya coordination katika administration ya elders katika Gosere Mission Station ni huyu ndugu Elder Alois Mokono. Wasikie sauti yako. Watoto wa Mungu amjambo. Amjambo ande ile. Huko juu mikono kama mnasikia. Okay, naona mnasikia. We are grateful to God that he has been with us all this time and he is going to be always with us mpaka siku ya mwisho. So we welcome you, every one of you, wale wa Gosere na wale wasio wa wapi wa Gosere. Karibu sana katika hii crusade na Mungu awabariki. Pastor Mokaya, kama na jambo la kusema, sema sasa, kuna nafasi nyingine. Basi tunamshukuru Mungu kwa mikutano yetu ambayo inaendelea. Jambo la kwanza na washukuru wasee wote wa district yetu ya Nyamarambe kwa kazi nzuri sana unaendelea kufanya. Wiki chayo hii uwanja yote itafurika. Bwana asifiwe. District zetu 7 kuanzia Nyabigena, Isabakwa, Ijuni, Nyamonyo, Misesi, Omowa, Esaka, Mungu akipenda wote watakuwa hapa. Bwana asifiwe. Pia Nairobi nzima itakuwa hapa mchungaji. Bwana asifiwe. Kwa hivyo na waomba tuendelee kuingia katika mikutano ya kila siku ili mapenzi ya Mungu ipate kutimika.
Wachungaji wetu wametuma salamu kuja hapa. Pastor Nyamasegea ametuma salamu zake. Pastor Samuel Manyange ametuma salamu zake. Pastor Thomas Kengele pia ametuma salamu zake. Pastor Sada Kobutu ametuma salamu zake. Pastor John Mamu pia ametuma salamu zake, na wote wako pamoja nasi, na Mungu awabariki. Asante kwa orodha ya hao wachungaji ambao wanatufanyia kazi. Jambo lingine ambalo ningependa ujukue kwa njia mwafaka. Mambo haya ambayo tumezungumzia hapa juu ya mgeni wetu ambaye alitutangazia ya kuwa angependa ingalawa mtoto wake asome Kenya apate kujua Kiingereza. Atajua hata fizikia, kemia, atajua hata biolojia. Sasa akijua hata jiografia, kuna ubaya. Ni wangapi mmependezwa na jambo la kumleta mtoto hapa Kenya kusoma? Hallelujah, thank you. Sasa ningependa tuwe na coordination nzuri, sababu jambo hilo ni jambo lenye maana kwetu kama wanaohudhuria mkutano huu wa Injili. Nataka Eldo Mbongi, uko wapi? Kimbia na miaka yako yote ufike mahali nilipo, ili nikupe jukumu. Coordination ya hii masomo itaenda ifuatavyo. Pesa zote zitakazotolewa zitaenda kwa Mbongi na Gioba Dizire. Mesha Giolio Olenga Somorero. Kwa karenge nege sinando kwa iya. Gioba Dizire. Mesha. Kuende yana mewecha kusoma hiyo M-Pesa. Kutoka tuma. Aya, chukua hilo jina. Elder Meshak Ombongi. Wakone wakiwelio. Wapenzi wa Bwana, mchana huu wa leo na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Karibu sana. Aya, huyu ndiye atakuwa coordinator wa hayo masomo. Tutatoa pesa zote zinazohitajika, lakini zikibaki atalipa. Hiyo nimemwamuru. Nenda ukaa. Aya, basi nitakusaidia kulipa. Aya, namba yake ya simu. Nakiri namba uitumie leo na wiki nzima. Sabato ijao ndio tutafunga muradhi wa kulipia karo huyu ni mwana au ni binti? Huyu binti wetu mpendwa kutoka India hapa nyumbani. 0714. Sijui ni kwa nini usiandike, sababu simu unayo, una karatasi, kila ambacho unatumia. Because between today and next Sabbath, when we do the final, we should be able to give all the needed money. Wiki ijayo pesa zote ambazo tutakusanya katikati ya wiki na Sabato ijayo itakuwa imefunga hiyo mradhi. So there will be a special offering. There are two special offerings. Offerings ya kawaida, special offering ya kuwaondoa wageni waende kwa usalama, na tena hiyo ya mtoto kusoma uweke akiba moja ya Crusade na akiba moja ya mtoto huyu. 0714 186323. Ombongi 5
5323. Ango mondo kutanate nenge wiki ye ni mutenyora. 0714185323. I repeat again. 0714185323. Mmenakili vizuri? Mchungaji ana uvumilivu. 0714185323. Amemaliza sasa. So during the week, by the end of next Sabbath, we will announce a complete figure. Ongezea na nusu ya huyu mwalimu wetu mpendwa ambaye amesema shule na marafiki watalipa nusu. Sisi tutalipa si nusu. Sisi si watu nusu. Sisi ni kitu kizima. Na shule ikiongeza, na shule inaendelea miaka 4 kwa hivyo hakuna shida. There is no excess, but let us give excessively. Leo ni Sabato ya pili tangu tuanze, na ndio Sabato ya pili kumaliza mashambulio yetu. Na jana, always and again I say rejoice, 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 rejoice. And again I say rejoice, rejoice in the Lord always. Okay, leave it there. When we are out here, tukiwa hapa katika viwanja ya mahubiri, nataka mjue mahubiri yataendelea mpaka thamadhi zake. Because some indeed preach Christ in other ways, enviously, strive, wanting to show off, and some of goodwill. We are here tuko hapa kumuhubiri Yesu Kristo by what the Bible calls goodwill. Hallelujah. Tunataka mema. Tunahubiri kwa sababu ya uwema ulioko. Pili, tunahubiri kwa sababu ya upendo. Upendo unayeitwa agape. The agape love of God. Tunapenda kila mmoja, tunapenda kila mtu, tunapenda marafiki, tunapenda adui zetu. Sisi tunatangaza upendo wa Yesu Kristo, tukijua ya kuwa tunapigania injili ya milele. Paulo anamaliza kusema hivi. Sasa tuseme nini? Katika njia zote za kuhubiri injili, hata wale wanahubiri kwa NV, wanahubiri kwa strive, wanahubiri kwa vita, wanahubiri kwa njia zao, I want to thank God. The gospel is being preached in every way. Hata yule ambaye anahubiri kivyake, ujue anamutaja Kristo, na tukitoka mkutano tukiwa na Kristo, hiyo itoshe, mengine awe katika mifuko yake. Na we preach Christ very sincerely. We preach Christ in truth. We preach Christ as the Savior of the world. Kwa hivyo ujumbe wa leo ambao umeandaliwa na mgeni wetu wa mashambulio, mgeni ambaye ni muujiza yeye mwenyewe, na yeye anahubiri kwa njia inaotosha kuhubiri kwa injili ya Yesu Kristo. Na huyu mgeni
Wakati wako ukifika atakuja hapa mbele, nitamtaja kwa majina. Wakati huo yeye atuletee mahubiri bila wasiwasi. Mhubiri ukisimama hapa kuhubiri, usiangalie saa, angalia watu. Sababu alinishangaza sana. Yeye ni kipofu ndio, lakini wakati nilikuwa hapa siku ya kwanza ya juma hili, alisema ya kuwa nimesimama kuhubiri saa 12:02. Nikaangalia saa yangu, nikaona is exact. Are you a magician or you are a prophet? No, a prophet. It's a prophet. So he will preach to us today. Kwa ukifika utakuja hapa. Kwa ya Muungano, na washukuru your tunes, those tunes of long ago came back to my mind. Your singing must be standard because over 30 years now and you still have your tune. Musa, wapi? Wana wa Israeli wamefika wapi? Kuja pamoja na mkubwa wetu wa county ili kuja kusikia mahubiri. Asante na Mungu awabariki. Magufuli, kimbia mara moja useme jambo mara ya pili. Unajua wana watu wana bahati zao. Ubarikiwe maradufu. Abantu bamintumbiye muri naende. Nyasaye no muya. Amatukonzi. Kwa wale ambao wenzetu mmetoka huko nyumbani kwetu Tanzania, niwakaribisha tena sana. Endelea kubariki watu kwa njia ya ujumbe wa Mungu, na tumefurahi kuwa na sisi hapa. And your excellency, the deputy governor and the second lady, karibu sana. Hapa ndio nyumbani, hizi ndio kanisa zangu hapa. Mmekaribishwa sana. Kwa majina ni Philip Nyange Maobe. Kanisa yangu ni Kiasobera. Ninakuanga kwa district ya Ichuni. Nimeshukuru sana. Mugirango maate. Bia. Nimeacha mwingine? Anyway, guest from the county government. Okay, sawa. Thank you. Nadhani wote wamenakiliwa vizuri. Sasa nawaletea mgeni wa siku ambaye amekuja kubariki mahubiri haya kwa njia nzuri. Kwanza aliposikia tuna mtoto wa kusoma, yeye kama msomi akasema na mimi najiunga pamoja nanyi. Tuseme asante sana. Glory be to God. Na aliposikia wageni wako hapa pamoja, alisema ya kuwa wakae wajisikie nyumbani. Nyumbani mujisikie katika miguu ya Yesu Kristo. Hii nyumbani zetu hizi na mambo mengi. Naweza kukosa hata chakula. But at Christ's table, there's plenty. Hallelujah. Na Magufuli, asante kwa kujiunga kusema ya kuwa wakule sana. Lakini hiyo mimi kama mhubiri, mkule kidogo tu kiasi. Ya sababu hata Waisraeli walijaribu kula sana, wakabaki jangwani. Just kula kidogo tu. Magufuli, asante kwa chakula hiyo na mgeni wetu. Na wageni wengine ambao mlijiunga pamoja na wageni. Mgeni wetu wa siku hii ambaye amekuja kuleta mema, ametoka katika serikali yetu ya Kisii County. Na tuna bahati sana kubwa. Wagirango baitonto negesio kumuona mgeni mkubwa kutoka county government. Tulipopiga kura
Muliona picha, leo mutaona mwenyewe. Huyu si mwingine bali ni His Excellency Honorable Robert Monda. Onsare ndirigati ya murieba. Robert Onsare Monda. Ninyi nyoleto ya? Aboteo. Oh. Yeye nimemjua kwa muda mrefu. Amefanya kazi katika Nyaribari Chache kama Honorable Member of Parliament. Tulikuwa tunamuita Honorable Dr. Robert Onsare Monda. Leo amekuja kwetu kama Deputy Governor wa Kisii County. Na tunawaombea mema pamoja na mkubwa wake ambaye wanapendana sana, wanaheshimiana sana, His Excellency Governor Paul Simba Arati. Naye ienda ikawa atawatembelea. Je, mnajuaje? Na mtuma His Excellency amzungumuzie, amwambie yeye ndiye mgeni atakaye kuja kubariki na kufunga crusade kuu katika Nyamarambe sub county ya Kisii County Government. Akija itakuwa sawa, sitakuwa sawa? Mtamuona na yeye. Sababu najua viongozi lazima waonekane na wananchi. Lazima na hao unajua na wataja hivyo na nguvu yote na uwezo kwa sababu ni wa kanisa kabisa. Governor Simbarati anajua, tunajua, na yeye ni Mwadventista wa Sabbath. Na Honorable Monda yeye ni mshirika wetu na yeye ni mzee wa kanisa. Ameungana pamoja na mke wake. Mke wake anaitwa Joyce. Lakini kwa sababu mheshimiwa ulifanya kazi mzuri tunamuita your choice. Yeye anaitwa Joyce lakini sisi tunamuita your choice. Yeye ni mama wa kanisa, ni deaconess. Ametufanyia kazi kwa muda hapo Nyaribari Chache na Abagusii kwa jumla, na sasa wanafanyia county government na Kenya kwa jumla. Sisi kazi yetu ni kuwaombea mema, Mungu awabariki, wafanye kazi vizuri katika county government yetu na nchi yetu ya Kenya. Kabla sijamwalika basi tutoe ombi kwa ajili ya kaunti yetu na serikali kuu. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, tumechukua nafasi hii kukurudishia shukurani kwa sababu we ni Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana na Mwokozi wa ulimwengu yote. Na saa huu wakati wa mchana tunaomba ubariki serikali yetu kuu ya taifa, ili mamlaka ambao umepeana walioko rais na cabinet yake na wote wanaosimamia serikali kwa njia fulani fulani, katika uwezo wako Mungu wetu tunaomba serikali yetu isimame imara na si kuyumba yumba. Kila mmoja ambaye amepewa nafasi kuitumikia afanye kazi akijua Kenya ni nchi kubwa. Mibaraka yako wa Kenya ni mingi, na Kenya ndio nchi tu ambayo iko tofauti sana, ambayo ina Wakristo wengi na makanisa yanafurika. Tunaomba viongozi watambue jambo hilo na waendelee kusimama pamoja na kanisa ili kanisa
tupate kumaliza kazi ya kuhubiri Injili, ufalme wako uje. Tunaombea His Excellency Simba Arati ambaye ni governor wa Kisii government. Tunamwombea deputy wake ambaye amekuja hata katikati yetu leo. Cabinet yao na wabunge wao na yote ambaye anahusika na serikali hiyo, Mungu uifanikishe serikali yetu ya Abagusii County. Na tunaomba ya kuwa unaobariki Kisii County, sababu kuna wakisii wengine kule Nyamira County na viongozi wao, tunaomba utujumulishe pamoja ili nchi hii ambayo imebarikiwa kiasi hiki iendelee kutoa serikali zitakaotazamwa na watu na kusema kweli county hizi zinaongozwa na watu ambaye wanamcha Mungu. Sasa tunaposikia sauti ya salamu zao wageni wetu wakuu, basi utukubali, na wakati mahubiri yatakapoanza mpaka mwisho wake na ubatizo mkuu utakaofanywa leo, yote yawe sawa na yalete sifa na utukufu kwa jina lako takatifu. Asante kwa kujibu maombi yetu ya kila wakati, na wakati wa mashambulio haya yaendelee mpaka mwisho wake. Mungu wote wampokee Yesu Kristo. Tumeyaomba yote kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen and amen. The couple, Deputy Governor and your dear wife, please step forward and greet the people. Ni vizuri wasikie sauti ya Kisii government. Huyu alikuwa mwanafunzi katika chuo nilipokuwa chaplain kule. Mami, thank you. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Mwasasa ni wasama tukayonsi mwachira. Ena iguchi nkuma. Na nchina bugati ganda achanyu no nyandimo. Na ande ngate bigwe kwa ya kabeire nkoro ya mama nyanduko. Amo na pasta nyamwanda. Ekalwa bugata apsa. Na obara. Igo mwego gatina matera abo. Abantu abagotura kini babugate ryogi na batera ko ruona mpaka mambiri tariko ko barosia. Mbiya mono Moses niwe abantu abange na manyete kana ro kore biashara ali bosongo abalenga abagotu timbaroji. Onye nyasa obatumokiri to basabera amaya to merana igoro. Lakini omogotu oyo mona ara ogachira ngona lijisidi. Ori omogotu ori. Nani kumbu? Musa na huyu ako na nywele nyeupe. Walikuwa wanakuja, nilikuwa na Agr yuko karibu na market. Na mlikuwa mnaimbia huko. So na wakumbuka. Asante na Mungu awabariki, mmefanya kazi nzuri na tuombe zote tukutane katika ufalme ujao. Biyamono abantu baminto Ichua so bongereta abaminto banda abatarayika konyora lingana na baruwase seniguboigo. Nande inu naba yamole magalende mwanjoreto mugakatalia. Nero gero manyete ninu mwagerete tuachaga. Ntuero goza komanywa. Lakini wana tuachire kubakwania na inde na watu basabere tama ya mayanya sagenda kubarinda. Biyamono. Pastor Nyamwanda, natoa shukrani kwa kututacha vile umetutacha, na wageni wetu kutoka Tanzania pamoja na Wakristo wote katika uwanja huu, na wasalimia hamjambo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Na asifiwe kwa sababu ametupatia nafasi ya kuwa hapa.
ametupatia nafasi ya kusikia neno lake siku hii ya leo, na katika majuma mawili ambao mtakuwa hapa. Tumekuja kutoka Kisii Central Church. Hapo ndio na hudumu kama church elder Kisii Central Church. Na kwangu wale ambao ni wapande hii hawajui, kwangu ni huko Keumbu. Kwa hivyo kutoka Keumbu kupita Kisii na kuja hapa kulikuwa na sababu. Sababu moja ni kwamba rafiki yangu Pastor Simi alinijulisha ya kwamba tuko na crusade hapa. Kwa hivyo nilikuwa naelewa ya kuwa kutakuwa na crusade, na leo tukaamua ya kwamba tuje tuhudhurie na sisi tupate baraka za neno la Mungu. Ya pili ni kwamba tuliambiwa kutakuwa na muungano. Pastor Simi alinijulisha ya kwamba muungano walikuwa wamefika, hata wameingia katika shule yetu ya Nduru Girls. Na nilikuwa na hiyo habari na nikamwambia uangalie kama iko kuni na iko chakula. Lakini la mwisho ndio tupate mahubiri. Sitaki kuchukua muda. Kawaida nikienda kanisa nataka nikae bila kutamkwa mimi niko ama nimekaa katikati ya mkutano. Kwa sababu siku hiyo kweli ni yangu. Hii ni ya Mungu. Kwa hivyo nataka nichukue muda mfupi. Nasema tumekuja kupata baraka. Najua hata hii kazi tulitafuta watu wa Nyamarambe, tulikuwa katika uwanja huu tukitafuta kura mara kwa mara. Tumefanya kura, nataka kushukuru kwa sababu mlipatia nafasi kuongoza kaunti yetu. Ya pili ni kwamba nimesikia niche kwa sababu mumesikia huo wimbo wa pili. Kuhangaika na katika serikali tulipoingia mwezi wa 8. Ni wakati wa mahangaiko. Na nilisikia wimbo, nilikuwa nasikia hii kwaya ikiimba nikiwa kijana. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku. Na shughuli za kila siku. Ni kwamba itawafanya wanadamu kufanya nini? Hiyo naogopa. Nimesema serikalini iko kazi unafanya na unasahau mwanadamu kumsahau Mungu wao. Nasema mtuombe katika serikali hiyo, ndio tufanye kazi ambao tamtukuza Mungu, lakini pia isitufanye kupotea katika kazi hiyo. Bwana asifiwe. Nitakomea hapo. Mungu azidi kuwabariki. Mungu awalinde katika kazi ya crusade hii. Nimekuwa na dada yangu mwalimu, simama na mtoto yake apige salute na kumbuzwa mara kwa mara sijui. Huyu ni Damaris Monda, my sister, na mtoto yake Abigail Nyanduko walikuwa nasi katika safari hii. Mungu abariki kila mmoja. Crusade kama hii inawezekana isitendeke ingine tena, lakini mwisho wa dunia ufike na wale watakuwa wamefunwa katika crusade hii watakuwa wamejipatia nafasi katika ufalme wa Mungu. Mubarikiwe nyote. Kama hatutakaa siku ingine hapa pamoja, hata wageni wetu kutoka Tanzania, ilikuwa naangalia sura zenu. Nimeona wale walikuwa wanaimba mara kwa mara hapa, wameimba hata Kisii Town, wanaimba hata kwa market hapo kwa soko ya Kisii. Nimeona wazee na kina mama ambao walikuwa wanaimba, lakini sauti hata wale ambao wamesaliwa nyuma au wamejiunga na kwaya nyuma, sauti ni ile ile ya muungano.
msidi kubarikiwa mkifanya kazi ya Bwana Mungu, na tuvune zote katika ufalme wake. Asanteni sana. Excellence. Take a seat. Na nyogoro kumonda mulo jina wambu yelile. Asante sana, Your Excellency and Madam, for coming all the way to bless this occasion. This man called Simi. Asante kwa ualika wageni wetu. Hawa ni marafiki, ni ndugu, vile mama alivyotaja, Mama Nyanduko alikuwa ndiye mama wetu, tunaenda kwake kwa Bible study. Na muungano, kama mungekuwa hako siku hiyo, mungemuona huyu mama alikuwa mama subabu katika neno. Alitaja kitu mnaita APSA, na yeye alifikiri mnaelewa. Hamkuelewa. APSA means Adventist Bible Study Group. We were very, very busy. Kwa hivyo hawa wakina Monda family na wajua wote, they have been great friends, and the mother was even a greater friend because of our time and our times. Sasa atakaye tamuka neno na neno liendelee. Yaani no watabanga liendelee mbu. Nitamuleta. Ni wangapi wanatuma salamu kwa His Excellency the Governor Simbarati? Fanya niona hivi mgeni achukue hiyo video. Basi utume salamu zetu kwa county government, beginning with the boss and others in between that know us, and tell them the crusade is going strong. Atakaye tamuka nini? Atamuke nini? Neno. Na neno litaendelea. Hallelujah. Si mwingine anaitwa Hamuka. Lakini sisi hapo najua tunasema amuka. Mulete kuja adjust, wewe ndio unajua weka mahali pazuri. Simama hivyo hivyo mahali umefika. Yeye anaitwa Hamuka Ayega, Ayega. Mayeka kwanza ndio yake. Lakini hapa anaitwa si Hamuka, anaitwa Amuka Mayeka. Mangana mange takutuisa. Nere ogojigotolentero vorandia. Kabla ajaleta hiyo mahubiri, kwaya simama mahali penu hapa. Kwaya. Najua kwaya ikiitwa ina ujumbe wa mahubiri. Baada ya hiyo wimbo ambayo umechaguliwa vizuri, Hamuka ataamuka, asimame, atulete mahubiri. Ni wangapi wanamwalika? Wimbo kiisha, basi amuka na macho yako ya ndani. Watu wamenyosha mikono wakisema karibu kutuletea mahubiri. Kwaya inajipanga. Muungano kwaya imekuwa hapa kwa almost 30 years now. 30 from 1986, mid-80s. Tumehubiri na hawa wengine ni wageni kwetu, lakini kuna wazee tunao wakumbuka vizuri. But you have kept your tune alive. Selected song. There you are.
Wakimaliza mgeni ataingia aseme. Nimejifunza mengi katika maisha, Mungu awe wa kwanza katika maisha. Nisinie makuu, niwe na bidii, utaua kulindika, faida kubwa. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Nimejifunza mengi katika maisha, kuwa radhi na hali yoyote ile. Najua kudhiriwa na kufanikiwa, kushiba pia na kuona njaa. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Heri ninyi ambao mlio masikini, njaa kuna siku mtashibishwa. Heri ninyi ambao mnaolia sasa, kwani kuna siku ile mtacheka. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. Ingawa kuna siku chache za kufurahi, lakini zimejaa taabu na shida. Furaha yetu hii ni ya muda kitambo, furaha ya kweli iko mbinguni. Haya yote ndiyo maisha yangu niliyowahi kuyapitia. 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 Haya yote ndiyo maisha yangu
Asante. Asante kwa yetu ya muungano. Anapokuja hapa mbele, mlete mtu wa Mungu hapa mbele. Alikwenda wapi Mika? Oh, samahani. Unapomleta timaitiko se ntobwate onde ole no bole mabu gutaigwa. Onde nale mumaitondo ngabuno oyuga. Yeyote ambaye anaona lakini hana uwezo wa kusikia, kunaye? Kama kunaye, tafadhali aje hapa mbele, manake tuna mtaalamu hapa wa zile ishara onye karo ale tubusiga iga ekiagera ntobwato mtaalamu which is sign language elinde nere akonywe. Karibu sana mtu wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu atukuzwe sana. Waimbaji wa muungano kwaya, Bwana wabariki sana. Wangapi wanaombea hii kwaya ibarikiwe? Mikono juu. Bwana wabariki sana. Na sabato ya leo ni sabato ya pekee. Sabato ya leo ni sabato ya pekee sana, kwa sababu leo wageni wamekuwa wengi kuliko hata wiki iliyoisha. Kwa macho yangu ya ndani yananiambia hivyo. Wamekuwa wengi sana kuliko hata wiki iliyoisha. Kwa hiyo leo, yani kila siku inazidi kuwa zaidi ya jana. Bwana aendelee kuwabariki wageni wote, akiwemo na huyu mgeni kiongozi mkuu ambaye amemaliza kuongea hivi karibuni. Sisi tunamuombea Bwana anapowaokoa watu wa Nyamarambe, amuokoe na yeye na nyumba yake. Wangapi wanamuombea aokolewe na yeye? Mikono juu hivi. Hata kama hujanyosha ataokolewa. Ataokolewa huyu. Tunawaombea wachungaji wote waliokuja leo. Yaani kitu ambacho naendelea kushangaa kwenye mkutano huu, yaani kwa kweli hata na mimi ambaye sioni, na mimi nashangaa. Kama mimi mnavyoshangaa, yaani hata mimi nashangaa. Yaani kila leo wachungaji wanakuja wapya. Sijui wengine wanatoka wapi. Sijui wanatoka mbinguni, sielewi. Jana tulikuwa na wachungaji wapya kabisa, na tulikuwa na idadi nyingi kweli, orodha nyingi kweli ya wachungaji. Tulikuwa na wachungaji 8. Haijawahi kutokea kule nilikotoka mimi Tanzania. Kwa kweli wachungaji wengi kuwapata eti waje kwenye mahubiri ya mlei tu. Yaani hata kama ni kwa ndoto huwapati. Wanapatikana tu kama endapo kuna mahubiri yanayofanywa na mwenyekiti wa conference. Hapo sasa, na wao si kwamba watakuja kila siku. Watakuja tu ile siku ya kufunga nini. Hapo ndipo gari zote sasa za conference zinaweza zikaja nusu yake. Lakini kitu ambacho nimekiona hapa, sijawahi kukiona tangu niwepo kwenye kazi hii. Mahubiri tu ya mtaa, halafu yanahubiriwa na mlei, sio mchungaji. Wachungaji kila leo wanabadilishwa. Kila leo wanabadilika, wanakuja hawa, kesho wengine, kesho hawa, kesho wengine, na si mmoja, si wawili, wengi. Tangu tunaanza mahubiri mpaka leo wiki tunamaliza wiki, wachungaji bado hawajapungua, 3, 5 na kuendelea. Jamani, ni mibaraka sio mibaraka? Ni makubwa ni madogo? Bwana wabariki sana wachungaji. Paka nimejifikiria nikajiuliza, hivi huyu mchungaji wa mtaa huyu ndio ana marafiki wengi, ama ni tabia yao, ni desturi tu kwa mazingira haya? Yaani hilo sijapata jibu. Nitazidi kuongea naye huyo rafiki yangu ambaye nilimuombea kwamba endelee kunenepa, lakini asifanye nini? Asipasuke.
Siku ya kwanza kukutana naye tulisalimiana kwa kukumbatiana. Nikajaribu kujitahidi sana ili kusudi nimuingize hapa. Bwana asifiwe. Nilijitahidi kweli kumuingiza hapa ili yani hamna anajaa tu, anaendelea kuongezeka tu. Nikasema hivi hapa nakumbatiana na ng'ombe. Bwana asifiwe. Nikasema huu ni mtambo. Sio wa kuchezea huu. Halo. Nikamuuliza, bwana, na unakulaga nini? Eti ninakulaga mboga za majani. Unawadanganyaga. Wewe unakulaga mayai wewe. Sasa ninamuombea sana huyu bwana. Kwa kweli Roho wa Mungu yuko juu yake. Bwana aendelee kumuinua na mtumie kwa kazi yake. Chungaji yote mbarikiwe sana. Lakini tunamuombea hata yule mama. Huyu mama sitamsahau. Unajua, yani ukweli Mungu amenileta hapa kwa makusudi. Bwana asifiwe. Sikuwa hata na mpango. Lakini nilishtukia tu. Nikapokea simu kutoka kwa Mika kwamba bwana, unahitajika twende Kenya na ndani ya wiki hii. Hakuna hata maandalizi ya wiki mbili. Kuna barua zingine tunazipataga ndani ya miezi na mwaka. Lakini hii na wala sio barua, ni maneno kwa njia ya simu ndani ya wiki. Na kwa sababu na mimi nilishajifunza kuwa Biblia inasema uwe tayari kwa wakati unaofaa na usiofanya nini. Nikasema hapa ndipo ninapopitia. Siachi mzigo. Maana hizi huwa tunaziita ni tenda. Siachi tenda hii. Nikasema huko tunaenda. Nilifikiri ananitania, na kweli wakati ukafika, passport zikakatwa, nikaja Kenya. Na ndio mara yangu ya kwanza kufika Kenya. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema sana. Na nimekuja si kwamba mimi au si wewe au si yule, ni Mungu amenileta. Na ana makusudi maalum. Kitu ambacho nilishangaa kule tu siku ya Jumamosi kule kusema tu kwamba jamani, hivi kwanza kuna mchungaji alisimama akasema, jamani, sisi ni kimombo mbele kwa nini? Mbele kwa mbele. Hiyo tu ikanigusa. Na mimi nikasimama tu kama kujihami tu. Nikasema, jamani, kama ni kimombo mbele kwa mbele, sasa na mimi nitaleta mtoto wangu asomee hapa ili naye awe mmombo, na mtoto wangu akiwa mmombo na mimi nimekuwa nani? Lazima familia yote tutafundishwa kimombo. Ninasema tu hivyo. Nilisema napenda sana mtoto na mimi wa kwangu wasome huku awe na yeye mmombo. Lakini kule kusema hivyo hata siku 4 hazikupita. Sidhani hata 3 zilipita. Tayari yule madam wa sekondari ya Waadventista hapa akaja kwenye kambi yetu. Sema kwamba bwana mhubiri, nilisikia unasema mtoto wako asomee huku. Sasa tayari mimi ninahitaji, nimekuja tuzungumuze na wewe ili mtoto huyu asomee huku. Nikasema sasa hii nayo imekuja hii, sijui niipokeeje, sijui ni bebeje. Nikashindwa nisemeje. Na ili tu kujikomboa na mimi nionekane tu kana kwamba nilikuwa niko serious. Nikajikomboa tu kusema nilikuwa napenda, lakini sasa sikujiandaa kwa hilo. Nilikuwa napenda sana, lakini sikujiandaa kwa hilo, maana nimekuja hata sikuwa na mpango na kwamba mtoto wangu atakuja asome hivi. Lakini kumbe kule kusema basi ninapenda sana mtoto kweli asome huku, lakini sasa kwa maandalizi sina maandalizi kabisa. Yule mama, Mungu ambariki sana. Yule binti yule abarikiwe sana. Yani akasema kwamba yani usiwe na wasiwasi, kwa kweli mpasta usije ukawa na wasiwasi, mtoto atasoma. Na ninaomba tu nikwambie habari ya karo. Nilimuuliza habari ya karo, akaniambia ni 55. Nikamwambia 55 za Kikenya. Na tulipozipiga kwa hesabu yetu ya Tanzania
zikaja kama 900,000 hivi na 90,000. Tulizipiga zikaja kama 1,100,000 na 100,000, lakini tulipozirudia zikaja kama 900,000 na 90,000 hivi. Sasa nikashindwa kuelewa, sasa hii tu ya hapo nitaipata hii? Yule mama akasema kwamba yani usio na wasiwasi, mimi nitatoa ufadhili wangu, shule itatoa ufadhili wake, tutakufadhili ili mtoto tuwafanya nini? Asome huku. Nikasema kumbe hata sio mimi niliyekuwa nasema. Sasa ikabidi nikubali tu haraka kama ni hivyo safi. Sasa hebu sema utatufadhili ngapi? Utanifadhili ngapi mama? Akasema mimi nitakufadhili kati ya ile 55 nitaweka tutakusaidia 25,000. Zimebaki 30. Sasa nikaanza kusema sasa hapa 30 nikubali tu. Nikasema ndio. Na huku sina, ila nikasema tu mama asante sana, asante sana. Tukamaliza hivyo. Nikaja nikamuingizia mchungaji. Wewe mchungaji abarikiwe sana. Akasema hiyo haina shida. Yaani kama wamekufadhili hela yote hiyo, halafu wewe ukoswe hela iliyobaki, sisi tutafanya la kufanya mpaka hiyo hela itoshe, mpaka na uniform zitatosha kwa neema ya Yesu. Mwambie tuletee ile fomu, halafu mimi atanipatia hiyo fomu na mimi nitafanya ninavyoweza. Basi Mungu atajua namna ya kufanya. Lakini mtoto tunahitaji afanya nini? Asome. Bwana wabariki sana. Na kweli kwa familia yangu ilikuwa haijawahi kutokea mtoto afaulu kuingia masomo ya juu. Niliwaambia ni watoto ngapi? Niliwaambia na 10. Na huyu ni wa 5 anayekuja kusoma hapa kwa kuzaliwa. Ni wa 5. Wa kwanza ni kijana. Alifaulu kwenda form 1. Nikapeleka form 1. Alisoma hata mwaka wa kumaliza. Akakimbia kiboko, eti wanachapa mno. Dunia hii ina historia. Nilikuwa nafikiri kwamba sasa hapa na mimi nimepata hapa nuru hapa. Mtoto mwenye nuru. Akakimbia viboko. Hapo tukatoka. Wa pili alikuwa mzuri sana shuleni. Na wote hawa ni vijana. Huyo wa kwanza na wa pili. Alikuwa vizuri sana kwa shule ya msingi. Lakini wakati ambapo hatukutegemea tayari akaugua kifafa. Na hakuwa na kifafa tangu mwanzo. Akawa ameacha shule. Yaani mpaka hapa ninasikitika. Mungu kumbe ni mwema. Nilikuwa nalia sana kwamba hivi sasa mimi nani atakayenisaidia? Maana mimi kwa kuzaliwa ni mmoja tu mwanaume, sina mkubwa sina mdogo. Na mimi ni mtoto wa 7 kwa mama na baba. Na kati ya watoto 7 hao tulishabaki 3. Na wengine wote ni madada ambao walishaolewa. Na baba hayupo na mama hayupo. Niko peke yangu tu ni yatima. Halafu watoto wanakataa shule. Huyu naye ameugua. Mungu atanibebea wapi? Nilikuwa nafikiria na nilikuwa naomba. Kumbe Mungu unaweza ukahitaji wewe haraka, kumbe yeye anajua tu wakati bado. Kila jambo linatimia kwa wakati wake. Wa pili huyo shule akaacha kwa kuugua. Mpaka leo ni mgonjwa wa kifafa. Akaja wa 3 ni binti. Alipofika darasa la 6, mama yao mzazi ambaye ndiyo mke wangu alifariki. Na ilikuwa mwaka 2013 mwezi wa pili unaokuja huo tarehe 16. Kale kabinti kakiwa darasa la 6 sasa na ndio kakubwa. Ikabidi sasa tutafute mtu wa kuja kutulea hapo. Akakosekana kwa ndugu wote, kila unayemwambia hayumo. Tumepitia changamoto nyingi kweli. Kale kabinti ikabidi tukaachisha shule kwa ajili ya kutupikia.
na sikuchelewa kuoa, mwaka huo huo tu nilioa. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema sana. Nikawa nimepata binti mwingine mwaka huo huo, nikaoa huko Simio Bariadi, binti ambaye na yeye alikuwa amemaliza form 4 na alikuwa anajiandaa sasa kwa ajili ya kwenda chuo cha unesi. Hapo alikuwa anafanya maandalizi akiwa mwalimu wa kujitolea. Mimi tulipozungumza naye nikamwambia, wewe unesi utaufanya kwangu. Bwana asifiwe. Na yule alikubali. Nikawa nimefunga naye ndoa mwaka huo huo. Binti nilipokuja kumwambia kuendelea na shule, kumbuka miezi kadhaa zimepita, karibu mwaka sasa unaenda kuisha, hajaenda shule kwa sababu hiyo. Tayari akakataa, akasema hakuna haja ya kufanya nini? Ya kuendelea. Tayari binti yule akaishia darasa la 6. Tukaja wa 4. Wa 4 ni binti. Alikuwa anafanya vizuri kweli shuleni. Lakini alipofika darasa la 7 akaanza kumwambia mama yake, yaani mimi mama, kwa kweli sipendi mimi kwenda sekondari. Huko kuna viboko. Hivi hapa kuna pepo la viboko. yani kana kwamba kwenye matani. Na kweli alipokuja kufanya mitihani, yani mpaka tulishangaa. Yani akavuruga hujawahi. Akavuruga kweli, akapata maadili yote. Huyo akawa ameferi kwa namna hiyo. Tukajua tu kwamba alivyokuwa anasema sasa tayari ametenda. Wa 4 akaishia hapo. Tukawa tumemnunulia tu cherehani, akaanza kuwa ufundi mpaka leo. Tukaingia wa 5. Ndio huyu sasa. Yeye kipindi tu anaingia la 7 alianza kuniambia kwamba mimi baba nashinda. Nikasema na mimi ukishinda nakupa zawadi. Yaani wewe elewa tu mimi nafanya nini? Mimi nashinda. Kweli walipokuja kufanya mtihani, yaani nikwambie, siku ile wanaangalia tachi hapo kwenye simu, akajikuta yuko kwenye wastani mzuri kabisa. Siku hiyo hakulala. Yani alirukaruka, na niliambiwa mno zawadi yangu sasa. Yani nilikwambia baba, mimi nasoma kushinda. Na siku anaenda kwenye mtihani aliniambia niombee sasa niende. Nikasema omba tu, mimi nimesha kuombea. Omba, halafu ukifika mlangoni mwa darasa unaingia omba. Akasema yani mimi naenda kushinda kwenye mtihani sasa. Na kweli majibu yalipokuja amefanya nini? Ameshinda. Nikasema pengine huu ndio unaweza ukawa mlango wangu. Sasa nafika Kenya, halafu watu wa Kenya wanasema huyo mtoto waje asomee huku. Sasa hata kama asipoendelea akijua tu Kiingereza na sisi nyumbani tukafahamu Kiingereza, yatosha. Bwana asifiwe. Mbarikiwe sana. Yaani ndiyo hivyo. Huyu mtoto ndio akawa amepenyeza kwa namna tu hiyo, na ni mtoto wa 5. Na binti ambaye ninaye kuanzia 2013, leo mwaka huu ni wa 10, tuna watoto 3. 2 vivulana, kamoja kasichana. Kwa hiyo waliobaki ni wa mke aliyefariki. Nimefikisha 10 kwa sababu hiyo, msije mkafikiri kwamba huyu jamani beberu. Bwana asifiwe. Wiki inayokuja tutatoa historia nzuri, na leo tuishie hapo. Nitamwomba tu yule dada ambaye ameimba hapa, Monica, anaitwa Moni. Yes, huyo dada atanipa namba yake, lakini nitamkaribisha aje kambini, iwe ni kesho au siku yoyote atakayochagua, tuje tuongee naye. Niliwaambia ile siku kwamba yule dada ni nampendekeza kufanya kazi pamoja na mimi kwa Kenya hii. Na kila nikija huku, huyu dada niwasiliana naye aje kwenye mikutano ya neno la Mungu. Tufanye kazi naye, maana muda umekwisha.
Bwana asifiwe. Wangapi wanatuombea tufanye kazi na huyo dada? Mkono juu. Na itakuwa. Na niliwaambia huku Kenya nitaendelea kuja, na Bwana amenituma tena Kenya. Yaani siji kwa nguvu zangu au kwa hekima na kwa akili yangu, ninakuja kwa sababu Bwana amenituma wapi? Yaani imefika zamu ya Kenya. Imefika zamu ya Kenya kusema na watu wa Kenya. Bwana anasema na watu wa Kenya kupitia mimi. Nimesema nitakuja Kenya, na msomaji wangu ni mmoja huyu ambaye anatusomea vizuri. Siku ile niliwaambia kwa dunia nzima, kwa wasomaji wa dunia yote wale wazuri, yeye yuko kundi la kwanza. Na kwa wasomaji ambao nimewahi kutembea nao, yeye ni namba moja kwa wanaosoma vizuri. Ninamuombea mbinguni aende. Ninaendelea kuambia huyu tutatembea naye. Mungu akiendelea kutuleta huku, tutakuwa naye kila kona. Yaani wewe ukinisikia niko sehemu fulani, elewa nina huyo Mika. Wangapi wanamuombea awe na afya njema? Mikono juu. Hata kama hujanyosha atakuwa na afya njema tu. Maana malaika wamenyosha wengi kweli. Ninapenda namba ya Makufuri, mnitafutie anayejiita Makufuri, ambaye alikuwa rais wetu wa Tanzania. Kumbe jamaa hakufa. Kumbe jamaa, yani yule bwana alikuwa ni mtoa msaada na aliwapenda wanyonge kama sisi. Alitusaidia hujawahi kuona. Ni mtu ambaye alikuwa anatusaidia hata kwenye mihadhara kama hii. Yani ukionekana una shida na unasema unataka uonane naye, hata kama maaskari wale viherehere wanakurudisha, anakemea, mwachie paka akakushike mkono. Hapo tu anatoa msaada. Yule mwanaume alikuwa mfadhili wa watu. Alikuwa na huruma kama za Yesu. Na alisema kwamba tutamkumbuka kwa mazuri wala si kwa nini? Kwa mabaya. Kwa bahati nzuri sana nimemkuta Kenya. Bwana mbariki Makufuri. Bwana asifiwe. Wangapi wanamuombea Makufuri aende mbinguni? Mikono juu. Anaenda hata kama hujanyosha wewe. Huyu bwana nitahitaji namba yake. Amesaidia 5,000 lakini najua atasaidia zaidi. Maana ni Makufuri. Kwa kuwa alijiweka kwenye nafasi hiyo, atende kama mwenye jina alivyokuwa anatenda. Kuna baba mmoja hapa anaitwa Danieli, amejitolea kutoa uniform zote za mwanafunzi, na yeye nitahitaji namba yake. Lakini pia ni na wengine wengi, kwa yule aliyekabidhiwa misha akikupokea kwa njia ya M-Pesa, kwa njia ya mikono kwa mkono. Wale wengine muwe mnaandika tu na majina yao. Mimi mtanipa orodha ya majina yao, maana lazima na mimi nifanye kitu kwa ajili yao. Sina cha kuwalipa, lakini ninajua Mungu atawalipa zaidi ya vile wanavyofikiria. Maana Biblia imeandikwa hivi. Hii ni lazima nisemepo na fungu. Kitabu cha 19 Misali fungu la 17. Ameandika nini hiyo? Isikilize vizuri hiyo. Mithali 17 19:17. Ameandika nini? 19 fungu lake la 17. Amhurumiaye masikini. Isikilize vizuri hiyo, irudie hiyo. Amhurumiaye masikini. Humkopesha Bwana. Maliza. Naye atamlipa kwa tendo lake jema. Bwana asifiwe. Amhurumiaye masikini anamkopesha nani? Bwana. Kuna watu wengine mnapenda mkopwe na matajiri, na wengine mlishazurumiwa. Kwa kuwa ni tajiri atanilipa tu milioni 10 zinaenda. Alafu naanza kulipa kidogo zingine zinaishi yako. Na wengine hamlipwi kabisa. Lakini hapa Biblia inasema kila anayetoa msaada kwa maskini, anayeonyesha huruma kwa maskini, Biblia inasema anatoa, anamkopesha Mungu. Na Biblia inasema hivi, huyo mtu atalipwa kwa tendo lake hilo nini? Jema. Lazima alipwe. Msomaji, analipwaje? Atarudishiwa zile au
au zitakuja nusu nusu? Hebu sikiliza kitabu cha Luka, anaandika, anatoa majibu. Biblia inasemaje kwa walio na huruma kama hawa? 6 fungu la 36, hii nayo lazima tu summarize. Luka ni 6 fungu lake la 36. Ameandika, iweni na huruma. Basi iweni na huruma. Sikiliza vizuri hiyo. Kama baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu, msilaumu. Msihukumu nanyi hamtahukumiwa. Endelea. Msilaumu nanyi hamtalaumiwa. Achilieni. Achilieni nanyi mtaachiliwa. Sikiliza. Endelea. Wapeni watu vitu. Rudia hiyo waielewe. Wapeni watu vitu. Nanyi mtapewa. Kiasi gani? Kipimo cha kujaa na kushindiliwa. Halafu. Na kusukwa. Halafu. Hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho, ndicho mtakachopimiwa. Bwana asifiwe. Mungu atawalipa zaidi ya kile mnachotoa nyinyi. Tena anasema yeye atawalipa vya kushindilia mpaka vifanye nini jamani? Vimwagike. Ahadi za Mungu ni kweli na wala stani. Kwa hiyo wale wanaotoa msitegemee kwamba mtapungukiwa. Si kwamba najinadi, lakini nasema Mungu anavyosema. Na ninaomba yule dada, sijaongea naye hata vizuri, yule mwalimu, maana ndio amesababisha hili likawepo. Hata nyinyi msingelifahamu. Nitamuomba tu aje anitembelee kambini ndani ya wiki ninayokuwepo pale, ili tuzungumuze naye vizuri. Lazima na yeye Mungu amfanyie kitu. Kama yule mama aliyemkaribisha nabii Elisha. Elisha tu anapita kwake. Usiku umeingia, analala hapo. Halafu yule mama anasema, wewe mtumishi wa Mungu, ninakupatia hiki chumba kiwe cha kwako siku zote. Akakabidhiwa na funguo. Tembea nazo na funguo, nenda nazo. Kila ukitoka kokote, pita ulale hapo. Kwa hilo tu tendo, siku moja Elisha naye alimwambia kwamba na mimi sikuachi bila kitu. Sema na wewe ulichopungukiwa. Yule mama alikuwa hajawahi kubeba mimba tangu awemo kwenye ndoa. Akasema sina mtoto. Elisha akasema ninaomba na mtoto unapata. Aliomba na mimba ikabebwa. Mtoto akazaliwa. Siku kadhaa chache mtoto akafa. Yule mama alikimbia mbio ambazo hujawahi kuziona duniani kwenda kwa nabii. Hivi ulikuwa unanitishia au? Yule Elisha alikuja akaomba, mtoto akafufuka na akaendelea kuishi. Bwana asifiwe. Alimtendea kitu. Ninaahidi kwa ninavyoamini, yule mama lazima Mungu amtendee kitu. Kama yule mjana alitendewa kitu, yule mama mgumba alitendewa kitu, nitapenda niongee naye ili aseme na yeye alichofanya nini? Alichopungukiwa, Bwana amtendee kitu. Bwana asifiwe. Wangapi wanamuombea huyo madamu Bwana amtendee kitu? Nikapenda nijipongeze kule kusema sema kwangu. Kumbe jizoeze kusema sema. Ninampenda Batimayo, mwana wa Batimayo. Batimayo alisikia tu kwamba Yesu anafanya nini? Anakuja na anapita njia hii. Yeye akakaa kwenye ile njia, na alikuwa anapenda kukaa ile njia kuombaomba. Tuhurumieni sana sisi tusioona. Na kati ya kazi ambayo sipendi kwa dunia hii ni ile ya kuchukua kikombe kwenda kuombaomba. Ni afadhali dunia iliyopita. Lakini kwa dunia tulionayo hii kuna shida. Tutawapa histori zake siku nyingine. Kuna shida. Ogopa kuombaomba kwenye njia. Mwingine anaweza akakupatia shilingi 10, lakini matusi anayokupatia mpaka unashindwa kuelewa. Wana shida. Ninamshukuru Mungu wangu. Maana Mungu amenipa kopo la jinsi hii. Mimi nina kikombe changu sasa.
Hiki ni kikombe, uwezi ukakielewa tu. Siku nyingine nitakuwa na somo la kuifafanua hii. Yaani yule bwana aliposikia ya kwamba Yesu anakuja, hajajua anafika muda gani, hajajua yuko sehemu gani, akaanza tu kupaza nini? Akaanza tu kupiga kelele. Yaani kule kusikia tu kwamba bwana na Yesu anakuja, hajajua kwamba kwani yuko amefika wapi, amesogea. Hajalijua hilo. Aliposikia tu habari ya kwamba Yesu anakuja, yeye akaacha hata kuomba kwa wengine, akaanza kupaza tu sauti kwa Kristo akisema, mwana wa Daudi, Yesu unifanye nini? Unihurumie. Wale wana mkutano wengine waliojipanga njiani kusubiria rais mfalme anakuja, walianza kumshangaa. Unajua mpaka sasa hivi, hata siku ile niliwaambia kwamba kuna wengine wapo hapa kwenye mkutano wanakuja tu kushangaa. Yaani hawana chochote wanachokuja kukifanya, ni kushangaa tu. Hivi huyu jamaa haoni? Kuna kipindi fulani niliendaka kuhubiri kwa Wajita. Yaani walikuwa wanaalikana, twende tukamwona, hivi kweli haoni? Yaani walikuwa wanakuja wanakaa karibu kweli kuthibitisha ili kama ni kweli sioni. Walivyokuwa wananiona macho yanakodoa, anafikiri huyu jamaa anatudanganya huyu. Kila mmoja alikuwa anatoka pale anaongea kwa Kijita, karolago. Yaani kanaona. Lakini nilifurahi, maana kila nilipokuwa nikitoa wito, kwa kuwa wako mbele, hakuna aliyekuwa anaponyoka. Wote walioandikwa. Bwana asifiwe. Yaani ndipo wale wanafunzi na wanamkutano na mihadhara yote ikaanza kumkemea. Wewe unatupigia kelele, kwanza Yesu bado yuko mbali, hata hatujamuona wewe Lakini jamaa halikunyamazishwa. Wengine sijui walikuwa nalipiga na konzi, halielewi. Lenyewe linapiga tu, Bwana wa Daudi Yesu nifanye nini? Walimzonga kweli makutano. Jamaa hakunyamaza. Kumbe kusema kuna faida. Yesu alipofika kwenye site ya lenyewe, na lenyewe hata halijui, linapiga tu kelele. Maana kweli huyu jamaa asingelipiga kelele kwa kuwa haoni, asingelijua hata kwamba sasa hivi Yesu ndio amefanya nini? Amefika site yangu. Na wala asingelikuwepo na mtu wa kumwambia piga kelele sasa. Maana wengi wana mawivu. Asingelikuwepo hata wa kumwambia. Kwa hiyo Yesu angelimpita tu free, wala asingesaidiwa. Namshukuru kupiga kelele zake zilimsaidia. Alizongwa sana, lakini hakunyamaza. Na Yesu alipofika site, alisikia sauti yake. Akawatuma wale wanafunzi waliokuwa wakimkemea, wale viherehere. Anayepiga kelele huyo, hebu muinueni mumulete hapa. Jamaa viherehere vikaisha. Walienda kumchukua, wakampeleka kwa Yesu. Aliulizwa neno moja tu, unataka nikufanyie nini? Alijibu, nataka nifanye nini? Hapo kwa Yesu hakuomba hata hela. Akasema, nataka nifanye nini? Nione. Tayari hapo akaambiwa, ona. Jamaa akamshangilia Yesu. Kilichomsaidia ni nini jamani? Kelele. Na mimi hapa kelele zangu za Jumamosi iliyoisha naona zitanipandisha juu. Bwana asifiwe. Siachi kupiga kelele. Ninapenda niwashukuru sana watu wote wa Kenya hii. Bwana awabariki. Muna roho wa Mungu na mbinguni munaenda. Yaani kama ndio hivi, mbinguni kwenda lazima. Jifunzeni kwa Cornelio. Aliokolewa kwa sababu tu ya kitendo kimoja cha kutoa nini jamani? Sadaka tu. Tunayo mengi ya kusema na tuna ushuhuda wa watu wengi waliotoa sadaka. Nabii anasema ukweli, mtu anayefadhili kazi ya Mungu kama hao waliokuwa wakitoa kwa ajili ya kuendeleza kazi na kuwasaidia maskini, Yesu hata waacha. Lazima waokolewe. Yesu anaahidi yeye mwenyewe kwa dunia hii atawafanya kuwa matajiri kwa dunia hii. Yaani hamtapungukiwa, na kwa ulimwengu ujao mtapewa uzima wa nini? Mtapewa uzima milele. Bwana awabariki. Tusafishe mdomo
Na leo nimeambiwa nisiangalie muda. Bwana asifiwe. Sasa kama umekuja bila kula, imekula kwako. Kuna watu wengine sijui wanakuaga na akili gani. Yaani anakwenda kwenye mkutano mkuu, makutano makubwa kama haya, anakuja bila hata kuweka hata chapati moja mdomoni. Yaani anafikiri kana kwamba ni mikutano ya kawaida. Jamani, ibada za mikutano kama hii, za mihadhara kama hii, huwa ni tofauti na za ibada za kawaida. Ni tofauti na za sabato zingine. Jifunze kwa Yesu. Alikuwa anahubiri tangu asubuhi mpaka jioni kwa makutano. Siku moja mpaka wanafunzi wanamlalamikia, mwalimu, hauoni watu wamepatwa njaa? Waachie wakapate kula. Wakajinunulia kwanza chakula huko mjini. Lakini Yesu aliwaambiaje? Wapeni nini nyinyi? Ninampenda Pastor George. Amesema kwamba msiwe na wasiwasi, kula leo ni hapa hapa. Hii ndiyo Yesu aliifanya. Anasema hakuna wa kuchomoka, hakuna wa kutoka. Leo ni hapa hapa. Hamuna chakula nyinyi? Wakasema tuna mikate 5 tu. Na nini kingine? Samaki 2. Hiyo inatosha. Leteni hapa tufanye kitu. Yesu akakimega kile kimikate, akaomba, akamshukuru Mungu, akawaambia waketisheni sasa watu makundi. Na nyinyi mkifikia sehemu hiyo, tukifika wakati huo wa kuketishwa, usingangane kwenda kwenye kundi ambalo hujaketishwa. Kuna wengine wanataka eti wakijipange kwa wachungaji. Rizika na kundi ambalo utafanya nini? Utaketishwa. Yesu anasemaje? Kwenye Marko ameandika hivi, 6 fungu la 40, fungu la 36. Soma 36 hapo. Ameandika hivi. Marko 6:36. Ameandika nini? Waage watu hawa. Waende wapi? Ili waende zao mashambani na vijijini kando kando. Wakafanya nini? Wakajinunulie chakula. Yesu alisemaje? Akajibu akawaambia, isikilize hiyo, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Sikiliza hiyo. Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema 5 na samaki 2. Endelea. Akawaagiza wawaketishe wote vikao. Yaani vikundi, vikosi. Penye majani mabichi. Wakaketi safu. Wakaketishwa vikosi. Hapa 100, hapa 50. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2. Akatazama mbinguni. Akashukuru. Akaimega ile mikate. Akawapa wanafunzi wake wawaandikie. Na wale samaki 2 akawagawia wote. Wakala wote wakashiba. Walikula wote wakafanyaje? Kwa mikate mingapi? Na samaki wangapi? Leo hata kama kidiwe kidogo kiasi gani, tumeshakiombea. Muujiza uliotendeka siku ile unatendeka na leo. Msiwe na wasiwasi, mtakula mnashiba. Tena walishiba mpaka wakabakiza vikapu 12, wakaambiwa wapelekeni wahitaji. Naomba unisikilize. Waliketishwa wengine 100, wengine wangapi? 50. Kwa hiyo usije ukaona vibaya, pengine wakawekwa meza watu 5. Alafu wengine mkapangwa 100. Huo ni utaratibu ambao ulikuwepo hata kwa Yesu. Kwa hiyo ukiwekwa kwenye watu 100, usilalamike. Ni bani twala honi wangenipeleka pale. Pale ulipo, kile kitakachokuja pale ni hapo. Na walisaidiwa na mikate iliyokuwa imeletwa na mtoto ambaye alikuja ameandaliwa na mama yake, na alikuwa anaitwa Yohana. Siku nyingine Mungu akipenda tutalifundisha somo hilo. Leo tuna somo jingine. Tusafishe kwanza kweli. Si kadekio mnakafahamu? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Leo tuna somo linalosema tokeni bondeni. Tokeni wapi?
Tuombe. Baba, katika jina la Kristo Yesu, wewe Mungu mkuu uliyeumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo kwa muda wa siku 6, vyote vilivyo mbinguni, vilivyo duniani, vilivyo baharini, chini ya dunia, na sisi tuliosimama mahali hapa, tuliokaa na wanaotusikilizia kwa masafa ya mbali na ya karibu, tumeumbwa kwa mikono yako. Jina lako na litukuzwe. Mchana wa leo tumekuja kukuabudu katika mikutano hii mikubwa. Tunakualika kwa njia ya pekee, wewe Yesu, juu ya kila nafsi ili kulifafanua somo la leo. Wewe Yesu ukawe mhubiri na Roho Mtakatifu akawe mkalimani. Mwisho jipatie ushindi, na mwisho wa somo hili watu wengi wakaliamini jina lako. Ushindi ni wako, tunaomba kwa jina la Yesu, amen. Rafiki yangu mpendwa au mpenzi wangu, asubuhi ya leo na mchana huu, napenda nikuthibitishie hapo uliposimama, hapo ulipokaa, pale ulipokanyaga, pale unapofanyia starehe ni bondeni. Pale ulipo ni wapi jamani? Bwana asifiwe. Kule nyuma, kule mbele yangu kule, Bwana asifiwe. Yes, hizo ndizo napenda. Huwa napenda mawasiliano. Napenda sana mawasiliano. Katika kile kitabu cha Mwanzo, Genesis, ile sura ya 13, tutaanza na fungu la kwanza. Tunajifunza sura tu hiyo. Tukitoka pale na kuweka kwenye nati, maana kitanda bila kukazwa hakiwezi kikasimama. Tunakaza nati, tunamaliza mahubiri, tunaendelea na kazi au na programu zingine. Leo tuna ubatizo na watu wengi wanaenda kubatizwa. Bwana asifiwe. Hata kama umekuja bila kujiandaa kwa ubatizo, anza mpango wa kubatizwa kuanzia dakika hii. Unasubiria nini? Unataka nini? Leo utake usitake unabatizwa kama bado hujabatizwa. Maana ni rasmi siku ambayo Yesu ameiweka rasmi kwa ubatizo. Watu wote wa Nyamarambe na pembezoni zote, wote leo ni ubatizo wa bure. Kwa hiyo jiandae baba, jiandae mama, jiandae kijana, dada yangu, kaka, ninakuombea asubuhi ya leo na mchana huu iwe ni siku yako ya kutoka wapi? Sijasikia ya kutoka wapi? Hebu wote tuseme hivi. Naomba nifundishe alafu na nyinyi mtajibu kama wanafunzi. Yaani tutasema hivi, tokeni bondeni. Yaani wote tunasema, alafu tunaseme kama nilivyowafundisha. 1 2 twende tuseme. Tokeni. Maliza. Bondeni. Rudia tena. Tokeni. Maliza. Bondeni. Bwana asifiwe. Kenya ni waelewa sana. Na mbinguni mnaenda. Hakuna mbingu itakayopokea mjinga hata siku hiyo. Wote wanaoingia mbinguni ni waelewa kama nyinyi hapo. Ndio maana mko vizuri. Katika kile kitabu cha Mwanzo 13 ile fungu la kwanza ameanza na kuandika hivi. Tunatoa historia ya Ibrahimu na Rutu, halafu tunamaliza kwa wito. Ameandika hivi. Abrahamu akapanda kutoka Misri. Hapa alikuwa amekimbilia nchi ya Misri kwa ajili ya njaa. Yeye na mkewe. Na sasa narudi Kanaani, yeye na nani jamani? Na mke wake. Na kila alichokuwa nacho. Na Lutu pamoja naye. Lutu walikuwa pamoja naye mpaka kusini. Wakasafiri mpaka kusini, wakafika. Endelea. Naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo. Hiyo ndio nataka watu waielewe hiyo. Naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo. Ibrahimu alikuwa ni masikini sana. Alikuwa ni tajiri sana. Moja, tajiri wa nini? Halafu kwa fedha. Halafu na kwa dhahabu. Alikuwa ni mtu mdogo huyo. Lakini aliitwa na Mungu akaenda. Akaendelea kusafiri kutoka kusini. Kuna watu leo eti kwa sababu ya uwezo wa pamoja na utajiri wote, kwanza walikuwa na Mungu.
walimjua Mungu, walimwabudu Mungu. Lakini leo mtu anakipata tu hata zile za nyanya tu, anaona eti amekuwa top. Ukimwambia habari za Mungu hana shida nazo. Na wapenda watu wa Kenya, mnamjua Mungu. Viongozi wa maeneo haya wanamjua Mungu. Huyu kiongozi aliyekuja hapa ni mkubwa sana. Kwa vingine, kwa wengine tu ambao walishajishindilia ka kiburi ka uongozi, huwezi ukamleta kwenye ibada ya Wasabato. Lakini yeye amekuja, halafu anasema amesikia kwamba wahubiri na wageni wamekosa kuni na chakula. Hicho ndicho kimemleta. Mungu ambariki sana. Kwa hiyo jamaa huyu amekuja kumwabudu Mungu, halafu na kuleta kuni. Na mbinguni anaenda. Nataka nikwambia, Ibrahimu alikuwa tajiri. Kwa kipindi hicho alikuwa tajiri kabisa, miongoni mwa matajiri. Na alikuwa tajiri wa mifugo, fedha na nini kingine, na dhahabu. Wakasafiri kwenda Kanaani kumwabudu Mungu, wakiwa na mwenzake, mtoto wa ndugu yake Nahori, ambaye aliitwa Lutu. Alikuwa ni mtoto wa ndugu yake na Ibrahimu. Unaye alikuwa tajiri. Endelea baba. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli. Mpaka wakafika Betheli, kamji kadogo kakiwa kule Kanaani. Endelea. Mahali pale palipokuwapo hema yake kwanza. Ameijenga hema yake kwanza kati ya Betheli na Ai. Endelea. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu. Hapo ndipo Bwana, ambapo Ibrahimu alimwabudu Bwana. Hapo ndipo palipokuwepo na madhabahu. Unaposikia neno madhabahu ndani ya Biblia, ni mahali pa kumwabudia nani jamani? Kama hapa nilivyosimama hapa, nimesimama madhabahuni. Hapa ndipo palipokuwa na madhabahu ya Ibrahimu ya kumwabudu Mungu pamoja na utajiri wake wote. Endelea baba. Aliyoifanya hapo kwanza. Endelea. Naye Abrahamu akaliitia jina la Bwana hapo. Akamwabudu Mungu hapo. Betheli hapo. Endelea. Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abrahamu. Na Lutu aliyokwenda pamoja na Ibrahimu. Yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe. Alikuwa tajiri wa nini? Ng'ombe na kondoo na nini? Na hema. Endelea. Na ile nchi haikuwa tosha. Ndipo ile nchi ya Betheli haikuwafanya nini jamani? Kalikuwa ka nchi kadogo, hakakuwa tosha kulingana na mifugo wengi waliokuwa nao, ili wakae pamoja. Endelea. Maana mali zao zilikuwa nyingi. Zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Endelea baba. Kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abrahamu. Kukatokea na ugomvi baina ya wachungaji wa Ibrahimu na wachunga ng'ombe wanyama wa Lutu. Wakapigania maeneo kama leo binadamu wanavyopigania nini jamani? Mpaka dakika hii kuna watu duniani wanapigania maeneo. Na wengine wanarogana ovyo kwa ajili ya maeneo. Na wengine mpaka hawasalimiani. Na pengine wengine wananisikiliza, wanapigania maeneo. Wengine tu hata sio ya kununua wao, ni ya ulinzi tu yameachwa. Yeye ambaye aliyaacha hajawahi kuyapigania. Wewe tu ambaye hata hujayatolea jasho. Watu wanapigania maeneo. Sasa Lutu, wachungaji wa Lutu na wachungaji wa Ibrahimu, badala ya Ibrahimu na Lutu kupigana, wao ndio wakapigana. Wakipigania mahali maeneo ya kufanya nini? Ya kuchungia. Ndipo Ibrahimu alivyokuwa mcha Mungu na mwenye busara, akamuita ndugu yake. Sikiliza hiyo Biblia inavyokuambia. Akamuita Lutu. Akamuita. Basi usiwepo ugomvi. Akamwambia kwamba pasiwepo na ugomvi baina ya mimi. Endelea. Na kusii kati ya mimi na wewe. Wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako. Endelea. Maana sisi tu ndugu. Maana sisi tu nini? Jamani, ni ushauri mbaya mzuri. Kwa nini mpiganie maeneo na nyinyi ni ndugu? Wala ambao mlikuwa na pengine mna hiyo pengine mna hiyo, mnasikia, nendeni mfanye mapatano kama Ibrahimu alivyofanya mapatano na nani jamani? Na Lutu. Kwa nini mpiganie maeneo? Na wengine wanapigania nyumba za ulisi, wengine wanapigania vitu. Yaani kumbuka tu unachopigania na ndugu yako. Usijali kama sio, hata kama sio shamba. Wewe kumbuka tu unachopigania. Nini unachogombania na ndugu yako? Nenda mkaelewane,
muanze mfungue ukurasa mwingine, muanze safari kwa amani. Ibrahimu akamwambia Lutu, haipo haja ya kupigania nini jamani? Maeneo. Maana mimi na wewe tu nini? Tu ndugu. Kumbuka hii nchi yote, Ibrahimu anamwambia Lutu, iko mbele yetu. Hebu sasa sikia hiyo. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Isikiliza vizuri hiyo. Basi ujitenge nami na kusihi. Akamwambia sasa tutengane na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake. Ili amani tuifanye nini jamani? Iwepo kati ya Ibrahimu na Lutu. Unajua hii inafundisha nini? Kingine pengine inafundisha kujenga pamoja kwenye familia, kwenye mji mmoja, wanaume wawili na familia zao. Ni makosa. Na leo kama kuna vijana wengine anaoa, analeta nyumbani mpaka anazali hapo wa kwanza, mpaka anaenda shule, mpaka sekondari, lipo nyumbani kwao. Nenda ukatoke. Maana mnapojenga pamoja, ina maana mnarudi tena kwenye kipindi cha kwenye mji wa Shinari. Mnajenga nini jamani? Babeli. Acha. Ukioa, kwa mujibu wa Biblia inasema kabla hujaoa, tengeneza kazi zako kwanza mashambani, tafuta hela kwanza, nunua poroti, jenga nyumba kabla hujaoa. Vijana ambao hamjaoa mnisikilize vizuri. Ili siku ukioa, leta nyumbani mwenga au bibi harusi akae wiki moja kwa kupikiwa na mama mkwe na kuchota maji ya pale. Zikizidi wiki 2, zimezidi sana mwezi, toka pale, rudi wapi? Kwako. Habari ya kukaa nyumbani ni kujenga Babeli. Na ndio maana kuna wengine walishatoka nyumbani, walishakosana na mawifi zao, walishakosana na mama mkwe, mashemeji, mababa mkwe. Tatizo amekaa hapo muda mwingi. Ninaomba hilo mkalifanyie kazi. Na wale ambao mna vijana ndani ya nyumba zenu, wale wazee, nendeni muwafukuze. Nendeni muwape notice leo kwamba ibada ya leo tumefundishwa hivi. Nenda ukampe notice, lakini usimpe mikono mitupu, usimwambie kwenda mikono mitupu, mpatie kianzio akapange, ili tu amani ifanye nini jamani? Ipatikane. Ndipo Lutu, hiyo ndio naipenda sasa, na hapo ndipo somo linaishia. Lutu akainua macho yake. Hebu isikie hiyo. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani. Ndipo Lutu akainua macho yake, akaliona nini? Bonde lote la Yordani. Akaliona nini? Bonde. Akaliona bonde lote la Yordani. Lote lilikuwa zuri, maana lilikuwa limejaa maji. Maliza baba hiyo. Ya kwamba lote pia lina maji. Sikiliza hiyo. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, endelea baba, lilikuwa kama bustani ya Bwana, endelea baba, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Sikiliza vizuri hiyo. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Ndipo Lutu akajichagulia bonde nusu. Lot akajichagulia bonde lote la Yordani, maana lilikuwa zuri, alafu lilikuwa na maji. Na nyinyi wenyewe tu kama mlishawahi kukaa mashambani, kati ya mashamba mazuri ni yale mashamba ambayo ndani yake kuna nini? Kuna bonde. Maana ndani ya bonde kuna chakula cha kila msimu, yani kila majira wanaivishaga. Lima vitunguu, lima matikiti maji na kila kitu, hata kama ni mpunga, mahindi, yanaivishwa kwa kila msimu, kwa kila majira. Maana bonde ni zuri. Yani Lutu, Biblia inasema akajichagulia bonde lote. Lakini sikiliza ambacho naenda kuhubiri leo. Endelea. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanaani, na Lutu katika miji ya lile bonde. Ndipo Lutu akakaa kwenye hiyo miji ya bonde, miji ya lile bonde. Maliza. Akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Akajenga nyumba zake mpaka zikafika Sodoma na nani? Na Gomora. Maliza. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abrahamu alipo. Ishia hiyo. Hiyo ndio naitafuta hiyo. Kwamba lile bonde lilikuwa zuri sana. Lakini na Lutu akajenga hema zake, akajenga nyumba zake bonde lote la Sodoma na wapi?
Sikiliza sasa sentence inayomaliza pale. Lakini watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wazuri sana. Si ndio? Walikuwa watu gani? Lakini watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wabaya sana. Na walifanya dhambi ngapi? Walifanya dhambi nyingi sana. Tena sio nyingi tu. Biblia inasema nyingi sana. Mbele za nani jamani? Lakini hilo Lutu hakuliangalia. Alichokiangalia na alichodili nacho, alichoshughulika nacho akilini ni lile nini tu? Alihangaika na uzuri wa bonde. Habari ya watu wa hapo wakoje hakuangalia. Kumbuka somo linasema tokeni wapi jamani? Nataka unisikilize vizuri. Bonde lile ni nini? Hapa Biblia inatuambia lilikuwa ni bonde ambalo lilikuwa limechukua miji mikubwa mingapi? Miwili. Sodoma na wapi? Lakini watu wa hapo Sodoma na Gomora walikuwa wabaya. Na walikuwa na dhambi nyingi. Nini maana ya dhambi nyingi? Walifanya dhambi za kila namna. Kama ni uzinzi ulikuwa Sodoma na wapi? Ulifanya isivyo. Acha na ule mnaofanya hapo. Nashangaa na wengine mnajipatia eti umaarufu. Umeenda na wasichana wawili tu unaanza umaarufu, mimi ndiye mwenyewe. Sodoma na Gomora walifanya uzinzi wa bila hata kujali huyu ni mwanaume, hawakuangalia jinsia. Uje mwanaume unatongozwa. Uwe mkekuruko kwenye mkongojo unabebwa. Dhambi zile zilikuwa nyingi, yani ile nyingi ile ni mbaya mno. Walifanya dhambi mbovu mno. Siku moja malaika wamekwenda pale na walienda kwa jinsia ya kiume. Lakini walipofika pale Biblia inasema yale majamaa ya Sodoma yaliposikia kuna wageni kwa Lutu, hayakujali wamekuja wa jinsia ipi. Walienda kijiji kizima, wanaume wote, wakashangaa nyumba mji wa Lutu umejaa nini jamani? Umejaa wanaume wanatafuta wageni. Tumesikia wageni wameingia kwako, wako wapi? Wafungulia tuwajue. Watoe hapa nje tuwajue. Na watakuwa unajiongeza sasa kuwajuaje? Usitake tu wewe kila kitu utafuniwe mpaka niliwaambia ishi kiwaliwali, achana maisha ya kiviazi. Maana viazi havijiongezagi. Ukipika viwili unapakua viwili. Hautakutama vitano. Nenda ukafanye majaribio. Lakini wali ukipika kilo 2 unapokuwa kilo 8. Nenda ufanye majaribio hayo. Kwa hiyo wali unafanya nini jamani? Watu wa Sodoma walikuwa wabaya mno. Lakini Lutu alichoangalia ni bonde nzuri. Alivutwa na uzuri wa nini? Wa bonde. Nataka unisikilize mchana wa leo kwa somo linalosema tokeni wapi jamani? Bondeni. Bonde la leo ni nini? Yohana anasemaje? Bonde la leo. Bonde hili ninalozungumza leo ni nini? Yohana ameandika waraka wa kwanza 2, anafafanua bonde. Ndio maana nikatangulia kukuambia pale ulipokaa, pale uliposimama, hapo unapofanya biashara, pale unapofanya starehe, pale ulipo hapo ni bondeni. Yohana anafafanua, anasemaje? Fungu la 15. Ameandika hivi. Yohana wa kwanza 2:15. Ameandika nini? Msipende dunia. Rafiki zangu wapendwa wangu, msipende nini? Bonde la leo na bonde tunalozungumzia leo linaitwa nini? Dunia. Rafiki yangu, baba yangu, kijana wangu, na wewe binti hapo ulipo ni bondeni. Yaani hii ni dunia, hii dunia ni bonde, tena lile la Sodoma na nini? Na Biblia inasema dunia ya leo inafananishwa na Sodoma na nini? Na Gomora. Yaani maovu yaliyofanyika Sodoma ndiyo yanayofanyika leo kwa dunia ya leo. Yaani kama watu wa Sodoma na Gomora walikunywa pombe, walilewa, leo wanalewa sana.
Kama watu wa Sodoma walifanya uzinzi, leo ni sana. Yaani Biblia inasema dhambi zilizofanyika Sodoma na Gomora ndizo dhambi leo zimekisiri mara mbili yake. Ndio maana Yohana akaandika akasema, wapendwa, kama unataka kusalimisha maisha yako na unahitaji kwenda mbinguni, na leo ni siku yako ya kwenda mbinguni, Yohana anaandika anasema, usalama wa maisha yako usipende nini? Dunia. Usipende dunia. Maana wala mambo yaliyomo katika dunia, yote yaliyomo duniani. Mtu akiipenda dunia, mtu yoyote akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Yaani mtu yote anapopenda dunia, anapolipenda bonde, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Hebu isikilize dunia ya leo, isikilize ilivyo. Biblia inasema hivi, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya moja, tamaa ya nini? Endelea. Na tamaa ya macho, na tamaa ya nini? Na kiburi cha uzima, na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Bali vyatokana na dunia. Isikilize sentensi inayofuatia ambayo na kweli, dunia inapita. Dunia unayoiona hii na mafahari yake yote na starehe zake zote, Biblia inasema inakaa. Biblia inasema inakaa, inapita. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, pamoja na starehe zake zote. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu, mapenzi ya Baba yangu wa mbinguni, adumu hata milele. Bwana asifiwe. Yaani kama unataka kuwa salama, baba yangu, toka wapi? Bondeni. Ninaomba mawasiliano, toka wapi? Ninataka na kule nyuma, tokeni wapi? Yaani huo ndio usalama wa maisha yako. Hii dunia sio ya kuchezea. Uwe na fedha, usiwe na fedha, uwe tajiri, uwe masikini, rafiki yangu, kaa duniani na Mungu. Hili ni bonde linalofananishwa na bonde la Sodoma na Gomora. Biblia inasema watu waliokaa kwenye hilo bonde walikuwa ni watu wabaya mno. Na wale watu walikuwa wamefanya dhambi nyingi ngapi? Hakuna kabisa. Maana lakini anasema kila kilichomo duniani kinapita. Na kilichomo duniani kimefafanuliwa kwa ufupi. Cha kwanza ni tamaa za nini? Za mwili. Tamaa za mwili. Unapenda viuzinzi, viulevi. Na kati ya dhambi ambazo zilikuwa zimekisiri Sodoma na Gomora, namba 1 uzinzi, 2 ulevi, 3 urafi. Watu wanakula bila kuelewa, bila kubagua. Hata kama ukimkaangia panya, madamu umemwekea chumvi, anatafunwa. Dunia ya leo iko mbali. Watu wanakula hata visivyolika, wanavaa wanavyopenda. Bondeni kila kitu kinaiva. Maana yake nini? Bondeni kila dhambi inafanywa. Kama unatafutaka wavuta ugoro, tafutia wapi jamani? Bondeni. Naomba mawasiliano. Ukitafuta warevi, watafutia wapi? Yaani ukimwona mtu amelewa alafu amejitapikia wengine mpaka na kujikojolea, elewa huyo mtu yuko wapi jamani? Huko na notebook anaandika mwanzo wa mwaka kama ulivyoanza hivi. Tangu ile Januari. Yaani tangu ile Januari anaanza kuandika tarehe 1 ameenda na nani, na anaandika kwa jina. Kila tarehe mpaka Disemba, alafu anakuja anapiga toteni idadi ya wale aliyobeba kwa mwaka mzima. Wapo duniani. Wapo wasichana na wanawake wanaobadilisha wanaume kama kanga. Utafikiri vitenge vya Wakisi kila leo. Maana Biblia inasema duniani, cha kwanza kila kilichomo duniani anafafanua akasema, na kilichomo duniani namba 1 ni tamaa za nini? Za mwili. Tamaa za mwili. Namba 2 kiburi cha uzima. Unaposikia neno kiburi cha uzima, maana yake ni kiburi cha mali. Watu wengi wamemwacha Mungu kwa sababu eti wana fedha. Hazitakupeleka popote, hazitakuokoa. Na unahitaji pesa yako ikuokoe, iweke hazina ya mbinguni.
ifanye kazi ya nani jamani? Ya Mungu. Ukitaka fedha yako ikuokoe, wewe iweke kwa Yesu. Iruhusu ifanye kazi ya Mungu. Ruhusu fedha yako ifanye kazi ya Mungu kwa kusaidia wahitaji, kwa kufanya kazi za injili. Wale mnaofanya kazi ya Mungu kwa fedha zenu, siku ya mwisho zitawaokoa. Lakini wale ambao kwa kweli mna viburi, mnafikiri fedha zenu ndio mbingu, ukweli mnajitengenezea majeneza. Ukisoma Ezekieli 7:19 anasema siku Yesu anapokuja, matajiri wote watatupa mafedha yao wapi? Mabarabarani. Fedha haina kazi kwao, wanaukimbia uso wa Kristo. Itakusaidia nini? Leo ni siku yangu, ni siku yako ya kutoka wapi jamani? Ni siku ya kutoka bondeni. Sasa mtu mmoja anaweza akaniuliza swali, mhubiri, unatuambia dunia yote ni bonde na unasema tutoke bondeni, twende wapi sasa? Maana unapomhamisha mtu mahali fulani, muonyeshe mahali pa kufanya nini? Pa kwenda. Na mimi nataka nikuonyeshe mahali pa kwenda. Toka bondeni. Swali, nitoka niende wapi? Mathayo 24:15. Tuanzie 14. Habari njema itahubiriwa kama hii nayo ihubiri hii. Itahubiriwa. Amini usiamini ndivyo ilivyo. Soma fungu la 14. Mathayo 24:14 anasema, sikiliza hiyo vizuri. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Itahubiriwa katika ulimwengu wote. Ndio maana unaiona kwa ya muungano kutoka Tanzania na hamka kutoka Tanzania anahamka leo Kenya. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa sababu ya habari njema ihubiriwe kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho. Maliza. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Lakini mtakapoliona chukizo la uharibifu. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu. Asomaye na afahamu. Isikilize 16. Ndipo walio katika Uyahudi wakimbie wapi? Na wakimbilie milimani. Rudia hiyo. Ndipo walio katika Uyahudi wakimbilie wapi? Na wakimbilie milimani. Bwana asifiwe. Amina. Unapotoka bondeni, panda wapi? Milimani. Hapo ndipo kuna usalama wa maisha yako. Rafiki yangu, jiulize tu, anza kujaji tu kichwani, jadili mwenyewe kwamba hivi kweli bondeni pamoja na kuivisha chakula, hivi kuna usalama? Hata kama ni mvua likinyesha likubwa, nyumba zinazoanza kutitia ni za wapi? Unang'ang'ania bonde likusaidie nini? Leo ninakupendekezea kwa muda huu unaonisikiliza, toka bondeni, panda wapi? Panda wapi? Mlimani kuna nini? Mtu mmoja anaweza akaniuliza swali, hivi mhubiri, hapo mlimani tukipanda kuna nini? Biblia inatoa majibu. Isaya. Isikilize vizuri hiyo. 2 fungu la kwanza. Kuna nini mlimani? Kuna nini? Fungu la kwanza imeandika hivi. 2:1 anasema. Isikilize vizuri hiyo. Hili ni neno la Bwana. Rafiki zangu, hili ndilo neno la Bwana aliloliona Isaya mwana wa Amos. Isaya mwana wa Amos. Katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho. Hiyo ndo nataka watu waisikilize vizuri hiyo. Na itakuwa katika siku za lini jamani? Za mwisho. Siku za mwisho. Mlima wa nyumba ya Bwana utafanyaje? Utawekwa imara juu ya milima. Bwana asifiwe. Mlima wa nyumba ya nani? Ya Bwana. Utawekwa imara juu ya milima. Unaposikia ndani ya Biblia mlima wa nyumba ya Bwana, sio kitu kingine, ni kanisa. Kanisa la Mungu litawekwa wazi kwa dunia yote. Watu watalijua kanisa la nani jamani? Watu watalifahamu kanisa la Mungu, na watu watatoka bondeni. Yani watu wataiachia dunia, watakimbia wapi jamani? Mlimani, ambapo ni kanisani. Hakuna usalama kule bondeni. Usalama unapatikana wapi jamani? Mlimani. Kwa nini? Kuna nini mlimani? Kuna nini? Msomaji, endelea wewe.
Nao utainuliwa juu ya vilima na mataifa yote. Utainuliwa juu ya vilima na mataifa yote ikiwemo na Kenya. Watauendea makundi makundi. Watauendea makundi makundi. Yaani kila mmoja atapanda kwa nafsi yake. Hakuna atakayelazimishwa. Hakuna kabisa. Watauendea makundi makundi. Wataitana na kuambizana, jamani twendeni. Endelea. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, sikia hiyo, njooni twende juu mlimani kwa Bwana. Twendeni mlimani kwa nani? Kwa Bwana. Kumbe kwenye mlima huu kuna nani? Kuna Bwana. Nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Hiyo iandike, ni moja hiyo. Yaani hapo mlimani kuna nani jamani? Kuna Bwana. Sikiliza sifa za mlima. Sifa ya kwanza, pale mlimani kuna Bwana. Na ndio maana tunapanda hapo. Maana kuna nani? Kuna Bwana. Bondeni hakuna Bwana. Nataka unikwambia baba yangu hapo, hakuna Bwana hapo. Ila kama unatafuta Bwana, yuko wapi jamani? Mlimani. Hiyo ni sifa ya kwanza. Endelea. Nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Endelea. Naye atatufundisha njia zake. Endelea. Nasi tutakwenda katika mapito yake. Endelea. Maana katika Sayuni, katika huo mlima, itatoka sheria na nini? Na neno la Bwana katika Yerusalemu. Bwana asifiwe. Katika Sayuni, katika ile kanisa, katika kanisa la Mungu, hakuna mchele, hakuna michezo, hakuna ngoma. Pale Biblia inasema kutafundishwa na nini? Na sheria. Kingine ni neno la nani? La Mungu. Mlimani kuna sheria. Mlimani kuna neno. Hatuna chama Bwana asifiwe miangapi. Hatuna chama mchezo ngoma pale mlimani. Pale mlimani tunafundisha amri 10 za nani jamani? Hapo ndipo zinafundishwa. Ukikuta mtu anakataa amri 10 za Mungu, amri zimekwisha. Elewa yuko wapi? Bondeni. Maana kama yuko mlimani, anaelewa pale kuna nini jamani? Kuna sheria. Watu wanaopanda mlimani lazima wakubali kuongozwa na sheria. Na mlimani tunajifunza amri 10. Ya kwanza, usiwe na miungu we. Ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ya tatu, usitaje bure jina la Bwana Mungu. Ya 4, ikumbuke siku ya Sabato. Uifanye nini? Ya 5, waheshimu baba yako na mama. Ya 6, usifanye nini? Usiue. Ya 7, usizini. Ya 8, usiibe. Ya 9, usimshuhudie jirani yako uongo. Ya 10, usitamani nyumba ya jirani yako, mke wa jirani yako, ng'ombe wake, punda wake, wala chochote alicho nacho jirani ya. Amri 10 zinafundishwa wapi? Mlimani. Lakini bondeni hakuna amri 10. Ndio maana huko bondeni hata ibada zake na za mlimani ni tofauti. Nenda ukapime. Kule bondeni wana ibada tu za kucheza. Wakichoka wanaenda kulala. Hakuna neno. Hautakuta mahubiri yamesimama bondeni kama yalivyosimama hapa mlimani. Utakuta tu watu wanapambizwa mapambizo. Ziliwatokea, zilizogawanyika, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tiririka. Yaani mtu anatiririka anavyoweza. Na ukitaka kutiririka, teremka wapi? Bondeni. Huko ndiko watu wanamomonyoa minofu huko. Wanatikisa ilivyo. Jamani, ukikuta watu wanaimba ndani ya ibada, huku wanacheza, mpaka wanakumbatiana, wanalaliana, wanaruka majoka. Elewa hiyo ibada iko wapi? Bondeni. Bondeni kuna kila shida. Kuna kila dhambi zinafanywa huko. Ukimwona mtu amevaa mahereni, mawanja, marangi, makirimu, elewa huyo ni mtu wa wapi jamani? Bondeni. Ukimwona mtu amesuka, nataka siku moja nifundishe maana ya misuko. Kuna watu wanasuka wanafikiri tu kusuka ni vyema. Kila msuko na maana yake. Ukikuta mtu amekuzungushia nywele tu hivi, likaja likapigishwa kona hapa. Yaani kichwa chote kimefungwa kuwa nywele mmoja. Unywele mmoja tu unazunguka hivi, unakuja kupikishwa ka kona hivi. Mtu mmoja alifundisha siku moja, nitakwambia. Yaani ukimwona mtu amesuka hivyo,
elewa eti anatangazia wateja wake. Kule kuzunguka kwa ule unywele, anawasisitiza jitahidini kuzunguka tukutanie kona. Na wateja wanafahamu, wakiziona zile michongo ile misuko ile, anaelewa tu hapa tunaambiwa kufanya nini jamani? Kujitahidi. Na misuko hiyo yote na nyingine nyingi unayojua na usiyoijua yote inapatikana wapi? Bondeni. Hapa mlimani hatusuki. Mlimani hatuvai hereni, hatukirimu, hatupaki wanja, hatuweki marangi. Mtu mwingine anaweza akasema, mbona hata wa Sabato tunawaona wamepaka marangi, hata kusuka wanasuka. Ni kweli, mji haukosi wageni. Bwana asifiwe. Ukimwona Msabato amepaka marangi, ameweka mawanja kirimu mbele kwa mbele, ukimwangalia huku mbele huku ni Fanta ya kuaminika, akuvulia mgongoni ni Coca-Cola, elewa huyo ni mtu wa wapi? Bondeni. Kule bondeni hawabaguani. Utakuta wanaume wanavaa nguo za kike na wakike nao wanavaa nguo za nini? Za kiume. Ukimwona mwanamke amevaa wrong, hizi mnaziita wrong hizi. Ukimwona mwanamke amevaa wrong, elewa huyo ni mwanamke wa wapi? Nahitaji mawasiliano, mwanamke wa wapi? Wa bondeni. Maana bondeni kuna kila kitu kinaiva huko. Maana yake kila dhambi inafanywa. Biblia inasema watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wabaya sana, na walifanya dhambi ngapi? Nyingi sana. Huko bondeni ndiko watu wanakunywa na kulewa. Na ibada za kule wanafundisha kunywa kidogo, usifanye nini? Lakini akitoka pale yeye anakunywa mpaka anakojoa. Ukikutana mtu amelewa, elewa yani usimshangae, yuko bondeni. Huko ndiko watu wanabadilisha wanawake kila leo. Na wengine wanaoa wanavyotaka, utafikiri ni mbuzi. Anakubebea wanawake wawili leo, anakuongezea watatu eti kwa sababu ana hela. Na wengine wamejiingiza tu hata hela hana, ila kusudi tu na yeye ajulikane kwa jina la kuoa, anakuongezea wanawake kila leo. Wote walio na mamitara wanawake zaidi ya moja wanakaaga wapi jamani? Bondeni. Huko ndiko watu wanaoa. Ukitaka kuoa, shuka bondeni. Yaani wewe ukitaka kuoa tu zaidi ya mke mmoja, shuka wapi? Bondeni. Ukitaka sigara, shuka bondeni. Huko ndiko zinavutwa zingine zinawekwa na masikioni. Huko ndiko watu wanavuta ugoro hujawahi. Yaani midomo ambayo Yesu ameitengeneza special kwa matumizi ya kuingiza ugali jumlisha wali, ongezea soda na juice, leo imebadilishwa kuwa draw za kuingiza ugoro. Paka inashangaza. Ukimwangalia mdomoni, yani utafikiri unaangalia kabakuli ka nyanya. Hayo yote yanafanyika wapi jamani? Bondeni. Ukifika hapa mlimani, nisikilize vizuri. Ukikanyaga mlimani, Biblia inasema moja, mlimani kuna nani? Kuna Bwana. Mbili, kuna nini? Kuna sheria. Na neno la nani? Kwa hiyo ukifika hapa unapata sheria. Kama umesuka, fumua. Una hereni, vua. Unaona sheria sasa zilizo mlimani. Ndio maana wengine wanasema jamani, wa Sabato wanafundisha vizuri, ila tatizo lao wanatuzuia kunywa. Mlevi huyo, msuka nywele, tatizo lao wanatuzuia msuko. Kila mmoja anaongea tatizo lake, lakini kumbe hajaelewa tu kwamba mlimani kuna nini? Kuna sheria. Lazima mtu anapopanda mlimani akubali kuongozwa na nini? Na sheria. Halafu akubali kuongozwa na neno la nani? La Bwana. Kama ni kula kulingana na neno la nani? La Bwana. Kama ni kunywa kulingana na neno la Bwana. Mlimani kunajulikana kwa jina moja tu. Sifa ya kwanza, hili ndilo kanisa. Naomba jioni hii na mchana wa leo ninapomalizia mafungu haya, jiandae kutoka wapi? Bondeni. Panda wapi? Mlimani. Paulo anaandika kwa Warumi 12 fungu la kwanza, toa mwili wako leo kuwa dhabihu iliyo safi na ibada njema. Acha makorokoro, acha. Vua makorokoro, panda mlimani ukasafishwe kwa damu. Fungu la kwanza ameandika, fungu la kwanza na la pili.
Basi ndugu zangu na wasihi, wapendwa na wasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu. Hiyo ndiyo iliyo ibada njema yenye maana. Maliza. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Irudia hiyo waisikie. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Bali mgeuzwe kuwa kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na basi lazima tuyajue mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza Mungu, na nini kingine? Na ukamilifu. Na leo ukitaka kuyajua yote, panda wapi? Mlimani. Yaani ukitaka kuijua kweli ya Mungu, bondeni hakuna ukweli, bondeni hakuna Bwana, bondeni hakuna sheria, bondeni hakuna neno, bondeni hakuna ibada. Ibada zinapatikana zile njema wapi tu jamani? Mlimani. Isaya 59, Isaya 56, lile fungu la 7 anasema ibada njema inapatikana mlimani. Soma fungu la 6 na la 7. Na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu, ili wawe wahudumu na kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake. Kila aishikae sabato asivunje. Aliyetunza sabato anasisitizwa atunza, asivunje. Na kulishika sana agano langu. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu. Hao ndio watapandishwa kwenye mlima nini? Mtakatifu. Watu wanaotunza sabato ya Jumamosi, hao ndio wanapandishwa kwenye mlima mtakatifu. Endelea. Na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Hapo ndipo watafurahishwa katika nyumba yake ya nini? Ya sala. Maliza. Kumbe mlimani, maliza. Kumbe mlimani kuna nyumba ya nini? Ya sala. Kumbe ibada zote zinapatikana wapi jamani? Mlimani. Ukisikia neno nyumba ya Bwana ni kanisa, kimbia Waebrania 12 haraka haraka fungu la 23, 22 na 23. Ukisikia neno nyumba ya Bwana ni kanisa, na linapatikana mlimani, na mlima ni kanisa. Biblia ikaandikwa hao ndio watakatifu wa Mungu. Soma Waebrania 12 fungu la 23. Soma. Mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza. Ni mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza, walioandikwa mbinguni, ambao majina yao yameandikwa wapi? Mbinguni. Na Mungu mwamuzi wa watu wote. Yameandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote. Unaposikia mlima ni kanisa la wazaliwa wa kwanza, ambao majina yao yameandikwa wapi jamani? Mbinguni. Na mimi ninakupendekezea mchana wa leo, jina lako liandikwe wapi? Mbinguni. Jina lako baba liandikwe. Usifurahi kuja kwenye mikutano hii tu kwa sababu kuna kwaya ya wapi? Ya Muungano kutoka Tanzania. Usifurahi kwa sababu tu eti kuna mhubiri haoni tukamuangalie. Ninaomba kupitia kitabu cha Luka Injili ile 10 fungu la 20, jina lako leo uliandikishe mbinguni. Unapokuja kwenye mikutano hii, njoo kwa nia moja, jina lako liandikwe wapi? Mbinguni. Na wewe uwepo katika ule mlima ambao ni kanisa la Mungu la wazaliwa wa kwanza. Na wazaliwa wa kwanza katika imani ni wakina nani? Waisraeli. Jiunge na imani ya Waisraeli wanaotunza amri 10 na sabato ya Jumamosi. Ninakualika jioni ya leo, ili jina lako liweko mbinguni, jiunge na kanisa la wazaliwa wangapi? Wa kwanza. Kitabu cha Luka ameandika, soma hiyo. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Bwana asifiwe. Rafiki zangu wapendwa, watu wa Nyamarambe na kona zote na pembezoni, wote mliokuja hapa mchana wa leo, msifurahi kwa sababu mmeiona kwaya ya Muungano, msifurahi kwa sababu ya sare zao, msifurahi kwa sababu ya mhubiri kipofu asiyeona, msifurahi kwa sababu ya mkutano mkuu mnaoshuhudia hapa. Ninawaalika mchana huu na saa hii, furahini kwa sababu majina yenu yanaandikwa wapi?
mbinguni. Tunahitaji tuandikishe majina mbinguni. Wangapi wanataka na mimi Yesu andika jina langu mbinguni? Wanaohitaji jina lake liandikwe mbinguni, mikono juu. Simameni wote. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jamani, kila jambo lina mwanzo na nini? Hakuna marefu yasiyo na nini? Jamani, kama ni dhambi tumefanya muno, yatosha. Panda wapi? Toka wapi? Kama ni kunywa na uzinzi tumefanya muno, yafanya nini? Tokeni, pandeni. Na leo tunaenda kubatizwa watu. Na kama unahitaji ya kubatizwa, haujalishi umekuja bila nguo za kubadilisha. Waimbaji wamekuja na mabegi ya sare yasio na hesabu. Nguo za kubadilisha tutakupa hapa hapa. Tutakupa hapa hapa. Amua kupanda wapi? Mlimani. Ukabatizwe leo. Toka bondeni. Linakusaidia nini hilo bonde? Linakusaidia nini? Kwanza si muda mrefu linakuja kuwashwa moto. Unang'ang'ania dunia ikusaidie nini? Unaling'ang'ania hilo bonde likusaidie nini? Ninasoma fungu la mwisho, msomaji wangu, kipindi watu wamesimama. Kile kitabu cha Mwanzo 19 ile fungu la 20, fungu lile la 15, fungu la 15, Lutu akaambiwa na wale malaika asubuhi, alfajiri. Biblia inasema hivi, wale malaika wakamwambia Lutu, sikia hiyo. Hata alfajiri ndipo malaika wakamuhimiza Lutu wakisema, wakamwambia, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa. Wako na binti zako wawili walioko wote hapa. Usipotee katika maovu ya mji huu. Usipotee katika maovu ya mji huu. Endelea. Akakawia. Lutu akakawia. Nao wale watu wakamshika mkono. Wakamshika. Usiogope baba kumleta rafiki yako kwa kumshika mkono. Usimwogope kumleta baba yako au mama yako au kijana wako hapo au rafiki tu kumshika mkono. Rafiki kumshika mkono ni desturi ya mbinguni. Shika mkono, mlete kwa Yesu. Mpandishe mlimani. Kuna wengine ni waoga. Pandisha mlimani rafiki yako, mpandishe leo. Wale malaika wakawashika mikono, Lutu na mke wake wakashikwa, na wale mabinti wakashikwa mkono. Endelea. Na mkono wa mkeo na mkono wa binti zake wawili. Endelea. Kwa jinsi Bwana alivyomhurumia. Wakamtoa wakamweka nje ya mji. Wakamwambia. Ikawa walipomtoa nje, walimwambia, mmoja alisema, jiponye nafsi yako. Jiponye nafsi yako. Usimwangalie jirani yako, usimwangalie mume wako. Unapopanda mlimani, panda peke yako. Biblia inasema jiponye nafsi yako. Maliza baba hii. Usitazame nyuma. Endelea. Wala usisimame katika hilo bonde popote. Wala usisimame katika hilo nini? Bonde popote. Jiponye, maliza. Ujiponye mlimani. Bas. Usije ukapotea. Jiponye wapi? Mlimani. Toka bondeni sasa. Na mimi na kabidhi maiki. Tutaita watu ambao wanaenda kubatizwa pamoja na waliorudi nyuma, wote waitwe. Halafu baadaye na wenye matatizo yao mbalimbali sasa tutawaita. Watembe. Ninaomba usikilize hii kauli ya mwisho. Jiponye nini? Usigeuke wapi? Jiponye wapi? Mlimani. Jiponye mlimani. Karibu pastor. Bwana asifiwe. Amen. Nafikiri baada ya baraka tele hizo, kuna wale ambao walijitoa tangia Sabato kwa ajili ya ubatizo. Tafadhali nyinyi wa kwanza njoo hapa mbele. Wale wote ambao walijitoa kwa sababu ya ubatizo tangia Sabato, tafadhali njoo hapa mbele. Wachungaji mtawapokea. Wote wale ambao tumekuwa tukiandaa hapa, tafadhali njoo hapa. Chubwangu nende, acha bwangu. Kwa ya muungano tafadhali, ingawa kuna jua line up here.
Wale wote ambao walijitoa, tafadhali njoo. Njoo, anza kuja. Anza kuja. Kisha tungehitaji tuweze kupata mibaraka pamoja. Kwa hivyo wale walioko mbali, na msiache vitu vyenu kule chini. Ukitembea utaratibu tu hivi, ningependa one deacon aenda akae kule nyuma ili uwe mlinzi pale. Mteremke tu hivi kwa sababu tutafanya maombi ya pamoja. Asante wale ambao walijitoa kwa ajili ya ubatizo na wengine ambao wanajitoa hata na leo. Tembea tu taratibu, tembea tu taratibu, tembea tu taratibu, tembea taratibu, manake tunaondoka kwenye bonde sasa tukikwea mlima. Asante, karibu karibu karibu, ili tuanze maisha mapya pamoja na Yesu. Asante sana. Just come. Endelea kuteremka, endelea kushuka taratibu taratibu. Asante. Just come over. Muungano kwaya, tuendelee. Uzamishwe ndani ya maji mengi, ndiyo ubatizo, agizo la Bwana. Uzamishwe ndani ya maji mengi, ndiyo ubatizo, agizo la Bwana. Ni heshima iliyosababisha wanadamu wavunje agizo la Bwana, walimnyunyizia maji kwa sababu ya ukuu, asijeloanisha nguo wakaita ubatizo. Walimnyunyizia maji kwa sababu ya ukuu, asijeloanisha nguo wakaita ubatizo. Ni heshima iliyosababisha wanadamu wavunje agizo la Bwana. Uzamishwe ndani ya maji mengi, ndiyo ubatizo, agizo la Bwana. Uzamishwe ndani ya maji mengi, ndiyo ubatizo, agizo la Bwana. Watu wengi wanafuata mkumbo, hawajui ni lipi agizo la Bwana. Waambiwa kuruka moto, eti huo ubatizo, nao wanyunyiziwa maji, waambiwa ubatizo. Waambiwa kuruka moto, eti huo ubatizo, nao wanyunyiziwa maji, waambiwa ubatizo. Watu wengi wanafuata mkumbo, hawajui ni lipi agizo la Bwana. Uzamishwe ndani ya maji mengi, ndiyo ubatizo, agizo la Bwana. Uzamishwe ndani ya maji mengi, ndiyo ubatizo, agizo la Bwana. Soma neno la Mungu, Biblia, utambue ulo ubatizo wa kweli. Yesu akashuka. Kwa hivyo nafasi ni yako, inuka mahali uliko, simama na miguu yako, tembea hapa mbele ili na wewe
unakiliwe katika kitabu cha uzima wa milele. Come all of you. Njoo. Thank you for coming. Asante, karibu. Unaitwa kwa sababu wewe ndio sababu ya mahubiri na mashambulio ya injili ya milele. Come to Jesus fountain. There is a fountain for you and for me. Come to Jesus, our Redeemer. Usiache nafasi hii ya pekee ikupite. Ndugu, asante kwa kufika. Nani mwingine kabla hatujafanya ombi la mwisho? Nani mwingine katika mahubiri haya ambao umesema nitatoka bondeni niende mlimani? Panda mlima. Nani mwingine? Nani mwingine? Tunafunga na maombi. Nani mwingine? Nani mwingine? Basi kwaya itasimama hivi, itatuongeza wimbo baadaye. Wakati huo utakuwa umealikwa uje katika kwaya ya mbinguni. Karibu, karibu. Hey, God bless you. Thank you for coming. Huyu amefika. Mbinguni ni mambo ya ajabu sana. Hata ukifika mwisho, bora uko wapi? Mbinguni. Nani mwingine amebaki kabla tujafanya ombi? Nani mwingine? Nani wa mwisho? Mungu awabariki. Mwingine ataendelea. Tukimaliza ombi, pastor atatoa ahadi ya ubatizo, Pastor Mukaya, ndipo kwaya itaimba. Na wale ambao wanataka kuingia kwa kwaya, muingie kwa kwaya. Wale mnajitoa mjitoe, kwa sababu ni wakati wa life and death for this life. Sasa mgeni, tuombe umalize sermon na uombee hawa ambao wamejitoa wakati huu. Haya, nimepewa mamlaka niombe basi. Kunaye ambaye nitaombea nje kweli? Mimi napenda wote waingie mbinguni. Haya, tuombe pamoja. Mungu Baba yetu uishie juu mbinguni. Hii ni miujiza ya ajabu kwa mgeni ambaye amesema ya kuwa ondoka bondeni, pandeni mlimani. Haleluya. Mungu wetu, tunaomba ya kuwa wote ambao watabatizwa leo na mwisho sabato ijayo waanze kujitoa sasa. Na siku hii isipite bila kusikia sauti ya Bwana. Na ukisikia sauti ya Bwana usiwe na moyo mgumu, kwa sababu ujui kwamba ienda ikawa ndiyo mwito wa mwisho kwa maisha yako au maisha yangu. Mungu wangu, nakuomba ya kuwa uendelee kutubariki mchana na katika mashambulio wiki nyingine ya mwisho, na wote wapate kuokolewa. Hao ambao wamekuja hapa mbele wamejitoa, asante. Wabariki kila mmoja hapa walipo, nyumbani ambao wametoka, warudi pale kama viumbe vipya ambao wamebatizwa kwa maji na kwa Roho. Jina lako litukuzwe milele. Chukua majina yao na majina yetu vile yalivyo, wale ambao tumejitoa tayari hapo awali, ili uandike majina na kalamu ya chuma katika kitabu cha uzima wa milele. Na iwe hivyo kwetu leo na hata milele, kwa jina kuu la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Pastor Mukaya. Pastor Simi, naweza kusaidia mgeni agenda huko akae. Pastor, do it from this side, as they face the congregation. Basi tunamshukuru Mungu kwa hili kundi. Tutaenda kwa alternative, tutaenda ndefu sana. Wale ambao mnaenda kupatizwa, nikiuliza swali unainua mkono.
unainua mkono kwa ishara ya kusema ya kwamba umekubaliana na hiyo. Je, umemwamini Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Nainua mkono namna hiyo, nasema ndio. Je, unamwamini Mungu Baba, Roho, unamwamini Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Je, unaamini ya kwamba kifo cha Yesu Kristo katika msalabani ndiyo tu kafara itakayoleta utakaso katika maisha yako yote? Je, unamwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako? Je, unaamini ya kwamba do you accept it by faith the righteousness of Jesus Christ? Naona hata Kiingereza mnaelewa vizuri sana. Bwana asifiwe. Je, unakubaliana na Biblia kwamba ni neno la Mungu lililoandikwa kwa njia ya kuongozwa na Roho Mtakatifu na ndilo kila Mkristo anastahili kufuata? Je, unakubaliana ya kwamba amri 10 za Mungu zilitolewa ili kila binadamu au Mkristo afuatie hiyo amri, na ile amri ya 4 ambao ni ya kutunza Sabato? Je, unaamini ya kwamba kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili dunia hii is a blessed hope for your life? Je, do you believe the biblical teaching of the spirit of prophecy vile inavyohubiriwa ndiyo ishara inayetambua kanisa la masalio katika duniani? Je, do you believe that your body is the temple of the Lord where the Holy Spirit dwells? Do you know and understand the fundamental belief jinsi mafunzo haya imefunzwa na kanisa la Seventh Day Adventist, na ni nia yako ya kwamba uungane pamoja na hili kanisa? Je, unaamini ya kwamba mafunzo vile imetolewa katika Agano Jipya kuhusu ubatizo ni nia yako katika siku ya leo ubatizwe katika hali ya kusamizwa kwa maji mengi? Balenga somo sangerekano yo mwanchiranga ababa bagende babatiswa seri tukolia lero. Baba, katika jina la Yesu Kristo twawaleta hawa mbele zako, wamekubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao, wanapoenda kubatizwa kwa njia ya kusamizwa ndani ya maji mengi. Bwana, watunze na uongoze katika hii safari, ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Kwaya. Kabla ya kwaya, ningeomba hawa ambao wanakwenda kubatizwa mwende pale katika magari pale. Pastor Mukaya, tafadhali uandamane pamoja na wao. Wale ambao wana nguo zao za kubadilisha muende pale vile vile. Ningependa elders kadhaa, Elder Nicodemus wapange hapo. Nitaomba Pastor Okindo, tafadhali utatusaidia kubeba wachache. Daktari Omari, tafadhali kama itawezekana. Elder Daniel, tafadhali wabebe wachache hapo. Mto hauko mbali sana. Elders mtawaongoza mpaka hapo mtoni ili waweze kubatizwa. Tafadhali shughuli hiyo ifanyike chini ya saa moja. Bali bonse sababu ati chianga chiabo genda kuchialia. Elders wetu tafadhali waongoze, manake hawa ambao tumetaja huenda wasijue mto uko upande gani. Tafadhali muweze kuwaongoza. Asante sana. Basi tukimaliza, wengine tulisema tuje na pack lunch, tutakula hapa. Kwaya ikiimba wimbo huu pamoja na wageni wengine watakimbia hapa wapate kopo la maji, warudi hapa chini ya saa moja. Tutakuwa hapa kuwapokea wale ambao wamekwenda kubatizwa na nyimbo zaidi za muungano na kwaya zingine nyingi, kisha tutakuwa na mahubiri ndio tuweze kufunga Sabato jioni ya leo. Na yeyote atakaye kuwa heri ana gari, tafadhali utusaidie ili tuweze kupangana pale vizuri msafara kwenda
kwenda Mtoni. Nashukuru sana. Basi mpangane pale vizuri, vizuri kabisa. Kanisa letu la Goti, tafadhali muonane nyuma ya hema hizi zilizoko hapa. Nyuma ya hizi hema, kanisa la Goti muonane hapo. Asante sana. Bona igaiga. Na marogoba nintake korora kanisa ya Nyamarambe main. Nyote muweze kurudi hapa chini ya saa moja. Kabla misingi kuwekwa, wimbo wa ukombozi wa mwana kondoo, tutaimba kwa machozi ya furaha. Natamani siku hata nami nitalia machozi hayo ya furaha. Asante sana wana muungano. Sikiliza. Mtoto Peter Onkendi ambaye ni mtoto wa Dorka Onkendi ametuma hapa fimbo ile ya walemavu wa macho wanayotembelea. Huyo mtoto abarikiwe sana. Yaani hii fimbo imetolewa na huyo ndugu Peter Onkendi. Asante sana. Na vile vile ametuma shilingi 550 kwa sababu ya wageni. Asante sana ndugu Peter Onkendi. Asante. Sasa wageni wa kuna kikapu hapa kilibaki hapa jana na kipo hapa. Kikapu nkira onyene kiao tafadhali kiko hapa. Asante.
Kuna mahindi ndani. Asante.